Hi. Hello everyone. Welcome back again to today's discussion. Kindly let me know where you're watching me from, and thank you so much for clicking. And today's show is going to be super lit kwa sababu leo tumeingia bedroom and it is going to be a night yenye hujai kuwa nayo. So naomba tu uchukue kama ni popcorn, kama ni maji, kai chini, chukue kalamu, chukue kitabu, kwa sababu leo tunaenda kusoma. We are going to learn things zenye hata wewe mwenyewe haujui. So nataka tukue as open as possible, alafu tuendelee kulearn. Thank you so much for clicking. So nataka uniambie where you're watching me from, uko wapi, then ndio tuendelee kwa mjadala. So I'm going to do some shoutouts kwa wale ambao wana join. Nataka uniambie where you watching me from, siku imekwaje, and are you prepared for this hot seat, because najua utaipenda sana. So nikiendelea hivyo, I want to wish our brother here Leonard a happy birthday. I know you're going to achieve a lot in life and you're still kicking on it. So from me and my people who are watching right now, nataka nikwambie that happy birthday Leonard. We wish you nothing but the best, na Mungu aendelee kukuzidizia yale mahitaji ya roho yako ambayo uko nayo. Mungu aendelee kukubariki na mengi zaidi kulingana na uwezo wake. So I hope you enjoyed your day, kwa sababu mimi sijakula keki, but I hope that ulienjoy and tutakusurprise. So nataka mniambie where you're watching me from, na tuendelee na mjadala bila kupoteza wakati. So Gertrude Nyamari amejoin. Karibu sana Gertrude, thank you for joining. Anasema kwamba hi Gertrude, uko aje, siku imekuwa aje? Kindly niambie hapo kwa comment section, mniambie mbio mko aje, siku imekuwa aje, na mashout kidogo. So pia Morris Daniel anasema kwamba you look great, show nayo mnaileta usiku sana. Okay, thank you very much. You so cute too. I really appreciate. Na inakuwa usiku kwa sababu leo tunataka kudiscuss about bedroom matters, but if you are not comfortable with the time, I request that you comment ile time yenye maybe you're comfortable with that, but according to the management, hiyo ndio wakati imewekwa. So I'll talk to the management, then we will let you know in case of any changes. Thank you for joining, tunashukuru sana. And then don't forget to follow us on our social media platforms. Na sasa hivi yenye tuko kwa hii conversation, make sure that you give the video a like, and then you follow us or you subscribe if you haven't already. And then make sure that you have also subscribed to my YouTube channel yenye iko na hiyo jina umeona hapo, Miss ANNUH. I have great content for you. So, and then if you need any other content, utaniambia hapo kwa comment section that the type of content yenye unaweza taka kuona. So I guess content mzuri kwa njiani. So our looks Waro Joseph anasema kwamba kanyimbo Bosongo locked. Thank you so much for joining. I hope uko sawa kabisa. Alafu Morris anasema nakupata from Kitengela. Thank you so much for joining. Kitengela iko aje? Nairobi kuna baridi, mvua, jua kali, kwa sababu Kisii hakujanyesha leo. Hakujanyesha, naona ni jua. It was very hot by the way. Leo kulikuwa hot sana. Nikitoti Production anasema kwamba director Nikitoti following. Thank you so much director. I really appreciate kindly. I appreciate your presence right over here. Na naomba tu mniambie mahali mko na mnaona aje, kwa sababu the show is going to be super amazing.
So tukiendelea kungoja watu wengine wa join, nataka niwaambie kwa sababu jana, if you remember very well, yesterday tulikuwa na a very good discussion. Tulikuwa tunaongelelea mambo ya bedroom bado, na wakati tulikuwa tuna hiyo discussion, I realized that kulikuwa na mixed reactions in what you were talking about, of which my friend Korokonto, who is not around today, alikuwa anasema kwamba it is not good to prepare a woman wakati mmeenda bedroom. So niliona kulikuwa na mixed reactions, of which some of the people including Fred mwenye alikuwa fan alisema kwamba a woman is supposed kuwa prepared, lakini Korokonto bado alikuwa anakataa. So before tuingie to the main discussion, do you think that women should be prepared also? Women should be prepared also. Na utajuaje kwamba your partner ako in the mood? Yes, utajuaje your partner is on the mood? Na do you think women should also be prepared? Ama wanaume ndo kusema kama mwanaume amefeel ako in the mood, afanye venye anataka and then ajitoe. Is that what is supposed to be done? Ama kunafaa kukuwe na a 50-50, a win-win situation, ile mwanaume akisha win pia mwanamke a win. So nataka mniambie, what do you think? What do you think? So naona looks Waro Joseph anasema kwamba you are doing great. Mvua saa hii Kisii kunanyesha. Kunanyesha nje. Venye mnaona I'm sweating. So siwezi jua, sijakuwa nje. Lakini kama kunanyesha ni sawa, lakini during the day hakukuwa na mvua. And then Morris Daniel anasema kwamba huko at the river Kitengela super hot, as if sun is suspended a bit lower. So anasema kwamba huko at the river bwana ni kama jua imesongeshwa chini, lakini tunashukuru Mungu so long as we are okay, we are alive. Najua Mungu haizi tupea zaidi ya what we can afford to handle, si ndio? And then Gekonge Bernard anasema kwamba your contact. Okay, your contact tutakuja inbox, I'll give you my contacts, alafu tutaongea. And then make sure you subscribe to my YouTube channel, nitashukuru sana, at Miss ANNUH. Then you follow me on Instagram, Miss ANNUH, Facebook Unblessed. Tutakuja hapo, tutaongea maneno yote. So Obed Nyang'au anasema kwamba Ongatarongai niko ndani watching you live. Thank you so much from Kisii to Ongatarongai. Nashukuru sana, I really appreciate. And watching you from Kiambu, that is Nicodemus Mogere. Asante Nicodemus for joining. Nashukuru kabisa. Anasema Omwenga June anasema kwamba show iko sawa from diaspora. Oh my God, how is everything over there? Hope mko sawa. Kama mko sawa, hiyo ndo furaha yetu, kwa sababu hapa nyumbani kila mtu ako sawa, tujasikia shughuli yote mbaya. And then Vincent Babu anasema kwamba from Embakasi Pipeline Nairobi niko ndani. Asante sana kwa kujoin, na shukuru kabisa. Wembe TV shows anasema kwamba Wembe ako tuned. Thank you so much Wembe TV for tuning. I'm a great fan of yours and keep doing the great work. So Wembe TV is also a YouTuber. Kindly you can check him out and make sure that you subscribe to his YouTube channel. Alafu venye inafaa support muhimu. So Lux Waro anasema kwamba women should be prepared first before making any progressions. That is very good, because jana we had a very good conversation venye nimewambia, na Kurukuntu alikuwa anasema kwamba there is no need for you to prepare a woman, and I thought it was somehow awkward for him to say that, kwa sababu we are not robots. We also need to enjoy in as much as men want to enjoy. So that is why I was thinking that it is supposed to be a 50-50 situation, but kama unafikiria otherwise, kindly let me know. Do you think that women should not be prepared ama should be prepared? And then from that question, nataka mniambie, utajuaje that your partner ako in the mood? So I guess I'm going to share the link so that tuende question per question, then we see nini
watu wako nayo wanataka kuongea, because I'm very sure leo watu tunasoma. Mimi hapa niko na kitabu, niko na kalamu na niko almost kuitisha maji, so that nikifeel ni kama mati inaisha nikunywe maji. So Rogers Maumba anasema kwamba hot sana, just watching from my bedroom, niko Dubai. How is Dubai? Thank you so much for clicking. Tunashukuru sana, we appreciate you so much. Miss Anu ni hi, mark me in better late than never. Thank you so much. Sijui mbona jina yako imeandikwa Chinese ama nini? Hii jina yako imeandikwa language gani? I don't understand. Lakini asante for joining. Nataka uniambie jina yako. Sasa venye iko hivi. Ni jina gani? Thank you for joining. Yeah, better late than never. But you're not late. We just started. So hatujafika mbali. And then look, so around every step counts. So according to Luke Waro anasema kwamba it is very important for you to prepare your partner. So ndio nataka mniambie, unaanza aje? Hata before tuanze sasa, utajuaje your partner is in the mood? So I want you to give us from a personal perspective. Si eti ile umeisikia, a personal perspective. Ama maybe your friend ama your ex. Najua watu wana reacting in different ways. So nataka uniambie from a different perspective, maybe a personal one and na ile labda umekuwa ukijua. Unaona? Kiarabu but I'm humble Lady Lilian. So sasa mimi ndajuaje Kiarabu Lilian? Kijamani. Jamani unataka kuniweka mtegoni? Lakini asante sana Lilian. So kwanza leo nimekumaka. Wewe ndio unatumia jina unique yenye sielewagi. But inabidi nimecram jina yako juu. Next time sitaki tena kukuuliza jina. Asante sana Lilian. Thank you for joining. And Osoro Dio anasema great listening from Nyanchwa base. Thank you so much for clicking. I appreciate so much. So venye mnaendelea hivyo kuniambia, nataka pia mcomment utajuaje your partner is in the mood. Okay, Fred Mogenda anasema kwamba he is around. Madam, I'm also around sir. I'm so much around. So nangoja watu mcomment. Watu changamka, I'm taking notes. Very good. Naona Lilian anasema kwamba ako hadi na notebook. Anataka kuchukua notes. So msiogope kuongea. Tafadhali make sure mmeongea. Leo mnatoboa masiri so that wenye hatujui to learn na wenye tunajua tuwapee pia sisi. Si ndio? Hivyo ndio inafaa. A 50-50. Don't take water please cause dawa ya moto ni moto ladha. Strong tea. Okay, thank you for the advice. I appreciate. So, what I'm going to do, I'm going to give you the link. So tunaanza kwa question ya a question ya utajuaje your partner is in the mood. Si ndio? So ndio nataka niwape link so that mniambie maneno jamani. Mniambie maneno. Anita Libondo. Anita, how are you baby girl? Guys, Anita was my schoolmate, my high school schoolmate. Tulisoma the same school. I miss you girl. How are you doing? Anita, leo nataka uchukue book. Jua watu hapa wanataka kufunza. Wembe. Karibu sana Wembe. Mambo mrembo. Poa sana, kwaje? Niko poa sana, unaendeleaje? Mazee mimi niko fine. Nimekuja hapa leo nataka mtoboe siri. Hakuna haja labda siri, sisi hatujui. Hata mimi nimekuja kusoma. Actually I have my notebook here. Acha nikwambie. Okay. Ukianza kujifanya mholijo, hakuna mtu ataanza kutoboa siri. So usikuwe holijo. Holijo yaka kando,
tunaanza kulearn. Utajua aje your partner is on hit. Okay, for one, ukitaka ujue maybe partner wako wako on hit, I want to use a girl as an example. For example, you now and me, we are different sexes, yeah? Yeah. You and me, we have a difference in maybe reactions of the sexes. A female dem anaweza react differently na mimi mwanaume venye nita react na yeye. So number one, kama ni mimi nikitaka nijue labda demu wangu ako he's on the mood, one, the behavior first changes. Number one, if she has been kama mlikuwa mnaongea pengine sauti ilikuwa juu kidogo, you will just hear the sauti utasikia imekaa lower kidogo. So in that process utajua ya kwamba if this thing has changed really, and then it means I must change the tone or the where I was. Another thing is kama mnaongea kwa mfano mnapiga story na demu wako, kama mlikuwa mmekaa kwa kiti, upate tu ameamuka anaenda kwa kitanda, honestly anaenda kufanya nini? Kwa bed ataenda kufanya nini? Hapo utajua ya kwamba kuna kitu hapa ambacho huyu anahitaji. So you have to be you, ucheze kama wewe. Kitu kingine ni kuna yule mwenye ambaye ako very open, atakwambia kama ni Deno ama ni Ann, takuita Ann, hebu njoo hapa tuongee. Hado utashangaa mbona ananiita kwenda kwa bed. Kwa bed obviously hatuwezi enda kuimba songs, hapo si charge. Shawn. So lazima kuna ile ground ambayo ita change. Ukijua maybe kitu fulani ime change, definitely that partner anakuhitaji. So ukipata tuseme kama ni hivyo, wewe unafaa kulani your partner when she is on need and when she is not on it. Unaelewa tu partner wako. Acha ninyamazie hapo sababu sina experience full. Labda kuna wenye wako na experience mingi wanaweza kuja watu explainie poa. That is from me. Thank you so much, madam. Asante. I appreciate your contribution. Nashukuru sana. So naona Nicodemus Mogera anasema kwamba when you're trying to understand the psychology of sex, it is important to know that it is a very complex matter that cannot simply be looked at from one angle. If you want to have a true understanding of sex, then you need to know that motivations and psychological desires will vary based on person to person, relationship to relationship, and circumstance to circumstance. Differences between male and female in sex psychology. There are some key differences when examining sexual psychology. Very good guy. Sasa huyo ni kama ni sijui kama amesomea hii maneno kwa sababu venye ameichambua ni kama anajua kila kitu. I love to hear him speak. Anita mbona umetoroka? And then naona Alfred Joseph anasema kwamba nikimwona kuna vituko kama kunipea chakula mapema kisha anajifanya amechoka ni bebe alala. Okay. Hiyo ni yako, hiyo hatujui. Hiyo ni yako, lakini ni vizuri kama unapigiwa mapema inamaanisha kwamba you need to eat, get energy and then rest. Before umpeleke alale. So Hesbon anasema uko aje leo mrembo? Niko poa sana Hesbon. Thank you for asking. Okay. Nash anasema kwamba nilisikia mademu wa Kenya itawakuange honey. Seriously? Meaning sisi si wanadamu? Nash. No, mademu wa Kenya actually they are the best. Kenyan ladies, they are the best.
and then most probably kisses. Kisses are the sweetest, no. Sasa si unaona? Sababu huyu mwenye anauliza hivyo, mimi naweza sema ya kwamba if she can move out from maybe wherever she is, afike hapa nje, Kenyan ladies, they are on demand. Wow. Outside here. So because Kenya nasema hivyo, our ladies are very honey because Mungu alisaidia wasichana wetu wa Kenya, they have a very nice figure, you know. They are not the same as these ladies outside here. For example, we have now here, okay, mahali penye nakaa naonanga Philippines, Pakistania, India, all those inawaonanga. So ukiona demu Kenya hata kama tuko black, mademu wetu wameumbika, wako smart sana, they are on demand, they are the best. Najua shida ni ile most of us ladies watu tunakuwa na ama for example unapata watu wanatamani kwamba maybe I wish I was light skinned, lakini hawajui kwamba wazungu also wanatamani kuwa na the dark skinned ladies. There's dark skin here, my friend, they are on demand. I'm telling you for free. Bora tu demo ako vizuri na fika yake vizuri na hata asijibleach ama kufanya nini. Hiyo venye ako hivyo ako sawa kabisa. Okay, so naona husband ananiambia kwamba itameni-miss. Na kumiss pia. Asante. Sasa umekuja hapa tuongee maneno tujue hali halisi. And then Lilian anasema kwamba what I can say is that utajua through the way she dresses, the way he or she looks at you, deep into the eye, maybe he or she will talk in a low tone. Wow. Venye umesema. Lastly, if he or she touches you. Okay. So hiyo ndo technique mnatumiaga kumbe Lilian. So hizo ndo technique. Nakwambia leo nitatoka hapa kama notebook imejaa. I've not seen your notebook, madam. Notebook? Yeah. Zimejaa hapa. Hiyo si yako. Yako naijua. Unaijua? I saw it somewhere. Nani waja mute? Kindly mute. So, wow. Thank you so much for wale wenye mstahili. Kuna mtu anasema Anita, mute. Thank you. Wewe ndio ulikuwa unaleta echo. Lena. Nani huyu? Lena. Yes, Akegra, how are you doing? I'm so much beautiful. Very great. Alafu Kenyans are so beautiful. Of course, sisi ndio the best. Venye wamesema. Unasikia Wembe TV anasema kwamba eti Kenyans, they are on demand. So sijui sisi wote tutafute visa, tuende ma states bwana. Juu ni kama huko kuna demand mengi. Wembe unaona aje? Tutafute visa? Hapana. Bakia tu Kenya tukuje tupate mali yetu Kenya. Lena na kumiss pia, asante sana. Nicodemo, bravo, you are an expert on this. Thanks for the information. Amepena a very good information hapa hivyo. Alafu naona nani huyo Demarclean Ogera anasema kwamba what if you deserve sex more than your partner does? I guess sijui nitapea nani nafasi ya ongea. Anita, what if you want sex more than your partner wants it? Anita, unmute utuambie utafanya aje? Hey, hello. Actually, I think, yeah, hello. You know, kama for example, you want sex more than your partner wants it, what you have to do, prepare your partner well. Juu hakuna venye maybe unapata your partner mingia kwa nyumba, we umenuna, but the moment unamprepare vizuri, nini, automatically your sex itakuja venye unataka. So I think hiyo ndo utasaidia. Now wenye walikuwa wananiambia ladies you are not supposed to be prepared.
No, hakuna, unajua hakunanga kitu kama ati ladies you're not supposed to be prepared. Sasa for example, you are the one to prepare your partner. Juu huwezi niambia tu ati partner wako atatoka huko apate wewe ndio huyo umekaa hapo umenuna. So when you prepare your partner well, definitely hiyo sex itakuja venye unataka, but sasa mkiwa is like yani haitakuwa poa, unaona. Wow. Wembe umeandika Wembe point. umeandika point. Naandika. Okay, and You so nani huyo? Eti dunia iko na mimba tu. Seriously? This is a very unique channel. So dating ni okay. Thank you so much for that opinion. Ni sawa, anasema you wait until marriage. Na si bado tunaongelea marriage kwa wale wenye mshafika hapo. So nani hiyo tena? Lena anasema kwamba Lena Vochera. Thank you Lena. Nashukuru sana. Ni watu, those are my classmates. I'm so happy kuona hapa kwanza Anita. This girl was so tough in high school. Let me tell you. I feel so happy when I see you there. Thank you so much Ondara. Nashukuru sana. It reminds me of those days. Nasha anasema kwamba msisahau kuna watoto wa Mungu pia wanatumia sabuni. Muongelee. We sawa. Haya watoto wa Mungu. Nash, hebu na click kwa hiyo link ukuje hapa utuambie, kwa sababu wewe ndio umetukumbusha. Watoto wa Mungu pia wako. Watu wameamua ni kunyonga mangi bwana. Ni kunyonga mangi. Acha nirudie kutumia hiyo link so that Nasha akuje hapa atuambie watoto wa Mungu ni aina gani, so that tujue. Ndio. So Mira, I feel like nimelearn a lot. So nice points I'm learning. Huyo ni Lilian. Thank you. Watu mkwe open. Mimi sitaki watu mwanze kujifanya maholijo. Be open. Alafu Hesbon Kaunda anasema kwamba kama anataka sex more than your partner once, then huyo partner anavaa prepare vilivyo. Venye Anita amesema, lazima ukwe prepared vizuri sana so that pia you make akwe in the mood. Si eti ni ile you do it alone. That is why kama utajipeleka tu hivyo ufanye kwa sababu wewe ndio una feel na hujamprepare, utapata mtu wako tu hapo anangoja na kuambia. Ni sawa? Maliza. Ukishamaliza utaniambia. So ni kama you're just there alone na unapata you're not also enjoying it, ama kama utaenjoy kwa sababu wewe ni mwanaume ama you want to ejaculate. Si ndio? Dunia anasema kama shortcut of marriage ni dating. Okay. Damakrin anasema kwamba what you do if your partner has lost interest in sex. Wow. But kitu najua kutakuwa na so many factors zenye zitachangia hadi your partner lose interest in that. First ikikuwa ni hygiene. So mimi nitasimama hapo kwa hygiene, alafu nitapea Sisa chance atuambie other factors zinaweza fanya your partner lose interest in sex na unaweza msaidia aje. Sisa? Mambo. Poa sana, karibu sana kwenye show. Kwaje? Asante. Umesikia? Umesikia mwenzetu kwenye amesema hapo? Anauliza kama interest. Kindly mute. Unanipata? Unasikia kuna echo bado? Sijui ni nani kama ni nani. Iko sawa sasa? Yes, okay, mimi ile kitu ningesema there are so many things zinaweza fanya mtu upoteze apart from hygiene.
Yes. Bia kukosa pesa, makelele kupigiwa, hizo vitu zinaweza fanya ukoze hiyo. Unajua sex unajua ni feeling. Mtu ukiwa kama una stress yoyote, hiyo ni vitu za kuja tu automatic, you can't force. Unaona? So na kama uko na stress zako, hata ukisema your partner kuprepare, inakuwa tu ni kasi kule, utaenda tu utarukia ukishuka. Unaona? So it will depend if you are stress free, hiyo kitu uta enjoy. Yeah, hiyo ndio kitu naweza sema. So watu mkwe stress free. Frederick Ocheng, karibu sana. Say, you know, marriage. The first thing that we can keep a marriage to run smoothly. Yeah, it is sex. But sex is just the way we think. Before I marry, like 1 week of marriage, I thought that it was sex. But I can't do it now. You sleep with your partner. It can reach even at 3 o'clock usiku, at midnight, hapo. And it is sometimes now, you see, you can even go for 1 week, can't do it. It depends with it. The 2 weeks of marriage, you are eager about it. You do it each and every time. But as time goes by, there's a limit of doing it. But the only thing which will keep marriage is only sex. So I don't know, like my wife is the one who sometimes asks for me for sex. I don't know if it's a man to her, because to me, my wife do most of the time. We boys, sometimes we go for a job, we come back, we are tired, and the wife, if she really wants it, maybe you go for one round, the second you can't, the third you can't. Now it reaches a time that wife now she begins to look for another people outside marriage. So sex is something, it is a factor that is. Okay, asante sana kwa mchango wako, na sijui if kuna mtu mwingine anaweza taka kuchangia hiyo. Fred, umeingia sahi. Wembe, unaweza sema nini? Okay, to me, I can say when your partner maybe he has a higher height than you, the best thing you can do, kuna mtu mwenye ako na eko nasikia, kitu yenye unaweza fanya cha muhimu ni kwamba Frederick, kindly mute. Yeah, ukisha notice ya kwamba your partner, unajua watu wako na kazi tofauti. Kuna ile kazi yenye ambayo utaenda labda umekuwa na stress pale kazini, kufika nyumbani maybe bibi ndio yeye anakutaka sasa cha nguvu. Kwa bibi yeye anajua ukienda huko nje utaenda kukimbia na wanawake wengine. Ajui ya kwamba huko umesumbuana pengine na mabozi wako, kazi imekuwa ngumu. So lazima bibi yako akuelewe na wewe umuelewe bibi yako. So kama anahitaji, kwa mfano anahitaji kwa nini yenye iko juu kidogo, unafaa uelewe bibi yako. Labda nikifanya hivi atakuwa ametosheka. Ni kama sijafanya hivi atakuwa ametosheka. So you have to learn your partner in and out. How do I do it? Nikifanya hivi takuwa nimefanya kweli venye anataka. So na pia naenda ukule, kuna zile vyakula ambavyo ukikula obvious they'll give you enough energy. More especially sijaiona kama kuna mwanaume mwenye ambaye atosheki na mwanamke. Unajua from the side of men, I'm sorry to say this, once maybe he has sijui nitaongea aje kama kuna watu wengine wananisikiza kutoka. Once mwanaume ashakuwa free na mwanamke amelala na yeye maybe 1 or 2 like this, mwanaume yeye ile nini yake, ile haki yake imeisha. Lakini kuna mwanamke ambaye kama bado hajafika pale mwisho,
haujafanya kitu. So unafaa uelewe bibi yako ako hivi na hivi, kama ako hivi which nitumie mbinu gani ndio at least nimfikishe kwenye anahitaji afike. So tajipanga vizuri, kama ni hiyo chai ukunywe vizuri, ndio at least na wewe ukuwe na ile na starting point, ukuwe yani uko stable, uko sawa, stress free, umejipanga vizuri, ukule hizo nini chakula hizo zenye zinakupea nguvu, water lemons, peanuts and all those. I think all of us who are here they know what can provide with them to have that ifike pale kileleni mwisho. That is it. There's no big deal there. Okay, nikiongezea kitu kingine, you know, mostly ladies wanafaa kucontribute like 70%. Ndio hiyo mfuto ndio ifanye nini ikue hiyo mancha. You know, inaweza kuwa mwanaume maybe umekuja, maybe akili zako ziko hapo, but the way your partner ama bibi yako vile behave atafanya. Unajua wanaume tunataka hii macho yetu inakuanga ni ya kuona. Ukiona kitu mzuri utafutiwa nao haraka sana. But now what if you come back maybe from work, unapata huyo mwanamke hakuwa ameenda kazini, so she was there, alafu hata kuoga hajaoga, amevaa nguo zimeandikwa Jubilee. Now you see, na wewe uko na stress za kazini, hautapata hiyo appetite. But if you come back upate ameoga tu vizuri, hata kama ulikuwa na stress anakuambia karibu nini, machi ndio hiyo, unaoga tu vizuri, hiyo kitu itakuja automatic, zile stress zote utasiacha. But ukikuja huko ni makelele tupu, yeye mwenyewe hajaoga, amevaa nguo nyingine imeandikwa si ng'ombe ni sengenge, sasa surely. Alafu unajua wanaume once umeoa inakuanga from that beginning, unakuanga bibi yako mnaweza kula na yeye sahani moja. Hata ukichelewa nje kidogo lazima atakuongoja, hata kama ni mpaka saa 5 huku saa 6 mkuje mkule pamoja. But as time goes, itafika mahali sasa mwanamke hata saa 2 ashadosi na hata kungoja. Utakuja utajitafutia chakula cause mumeanza kuzoeana. Na the moment mumeanza kuzoeana hivyo, inakuwa sasa hata ukilala tu na yeye utaenda tu ufanye kamoja pap, unasema huu mtu aendi mahali, hata kesho nitapatana naye. So unajikuta kwa hiyo stage unapata hiyo nini ikireduce, unatoka hiyo moja, kesho umeenda wiki moja. But ukienda nje you will get these other ladies vile wameziweka, vile wanakuongelesha, wananukia. Okay, kuna some wanasema tukitaka mabibi zetu wakae hivyo pia tuwatengeneze hivyo. But kuna wengine ukimtengeneza atakwambia mimi ninaoga ninaenda wapi? Kuzi anajua aendi mahali. Wao wanajua akioga angale vizuri kabisa ni safari anaenda. That's why you even kwa nyumba mingi unapata mwanamke anaweza tokea maybe anaenda kwa jama ndiye anajipodoa vizuri anaenda nje. Now you come to wonder, anaenda nani, anataka nani aende kumuona huko nje, ni msafi anafutia, na mkeo naye kwa nyumba she is just there, amekaa tu amevaa hizo manguo zake. You see, so ile kitu naweza sema you ladies nyinyi ndio mnafaa kucontribute almost 8%. Mimi nikikuja napata kila kitu iko sawa, hata nikikuja niambia karibu, chai iko tayari, maji ya kuoga iko tayari, na mimi niko tayari. Utaanza na nini? Unajua mimi nitajanganyika sasa, nitaangalia ni chai nitaanza ukunywa, ni kuoga nitaoga, ama nitaanza na yeye. You see? Thank you. We, karibu. Asante. Yaani leo umeamua kutubomoa na points. Umeamua kutubomoa na points. Venye huyo ndugu yangu amesema hapo, madam, naweza changia niongezee nikisema ya kwamba honestly you can't come from work upate tuseme kama bibi yako ananyonyesha mtoto. Umetoka pale nje, unajua pale kwa ofisi kwenye umeenda kuna mamada mwenye wamevalia nguo smart, kuna mamada wamevalia miniskirt, kuna wale wenye wamejipaka makeup, yani wamejivalia vizuri. Tunaweza sema huyu mrembo wangu pengine si eti sijamununulia hizi nguo, labda yeye amenyonyesha mtoto, umetoka kazini pale kwa gate, maziwa ndio hiyo imemwagika kwa chest, makojo ya mtoto yako hapo kwa nguo, kwa mgongo kuna mapu ya Afrika imejichora pale,
honestly hata ile haki ya kuwa na yeye kwa bed itatoka wapi? So the best thing is try to maintain yourself, be clean. Okay, si eti unachingalisha ndio uonekane pale nje. At least kuwa msafi ndio at least. Unajua hata mtu hawezi kubali kunywa chai ambayo glasi yake imeoshwa ndani lakini nje glasi ni chafu. Shaona? So lazima glasi ing'are nje na ing'are ndani. So mwanamke achipange vizuri, achiweke vizuri, ndio at least hata ukikuja, yani unamuona ni kama ni mgeni. Unamumiss ukiwa kazini, unamumiss. Ukitoka na kwambia dadi, bye. Nice work, nice day. At least unajua wakati bibi amekuaga vizuri asubuhi, yani hata jioni unaporudi, utarudi ukiwa na ile hamu ya kwamba nataka kupata bibi yangu akiwa in which state. Ngoja basi utoke hapo nje upate mtoto, ndio mapu za Afrika zimechorwa kwa mgongo, zingine ziko wapi? Makojo ndio yeye ananuka, kitanda hata haja spread, nyumba ndio hii hata haja hautakuwa na ile mola. Utakuja tu usema hata kwa hizi nimechoka, acha hiyo akae kwenda hapo, kesho naenda kazi, ako hapo na mimi. Hautakuwa na ile mola. So wanawake wetu wachiweke vizuri. Na mimi nikitaka akae vizuri, kama nimeona tuseme kama nika dress pale nje, na mimi ni provide, nimnunulie kale ka dress kenye niliona, ndio at least ile haki ya mimi nikikuwa nayo, hata mimi naweza fika kwenye na imagine yule mwenye niliona huko nje ndiye niko na yeye hapa, definitely nitamfikisha kwenye anataka. Lakini sasa kama ako hapo yeye mafuta yake akiona ni ile yenye inakamua ng'ombe inaitwa amis, ndio kukamua ndio anachipaka, atangoja sana kitambo hiyo siku afike, atangoja sana. Lazima wanawake wajue mapenzi na ndoa ni safari. Kweli. Ile siku yenye ulianza kutongozwa before uolewe, vile ulikuwa unaoga kwenu kama ni saa 6 saa 7 hivi, unajua saa 8 niko na mtu naenda kupatana naye. Unang'ara vizuri, umebeba kandi kachufu kako kwa mkono, unaenda kukutana naye. So na wakati utaolewa, wacha kuchukulia etio saa mimi nishafika. Siku ya kwanza mwezi wa 2 ndio hiyo eti mimi nishafika, sasa siendi kuolewa tena, already nimeolewa, sasa waanze kujiajiria. Mapenzi na ndoa ni safari, lazima ujimaintain, so you have to improve every now and then. Una improve ndio utaniweka hiyo nini, utanikeep. The moment utafanya hivyo, unajua hii macho Mungu alitupatia ni ya kuona. Sisi tutaona wengine huko nje. Na si ni makosa, nijue mwenyewe umechiachilia. Unaona? So wana mostly wanawake huwa mna play hiyo role almost vile nimekwambia, ya kujangia wanaume tunajikuta mahali babaya. But mkijiweka tu vizuri, hakuna mtu anakuanga na shida. Hata ukienda huko nje unafikiria nitafunguliwa kutoka kazini saa ngapi nirudi huko kwa nyumba niende kukaa huko. Alafu kitu kingine nikimalizia ndio nipatie wengine nafasi uongee. Kuna mambo ya kifamilia. Sometimes unaweza pata maybe kuna some issues. So ujue ni wakati gani unafaa kuuliza mzee wako. Usiungojee sasa ile mzee amekuja hata chakula ndio unaanza kumuuliza vitu zingine. Sasa hizo zitamfanya maybe mtakosana nini? Lazima ujue mzee akule, mko vizuri, mufanye hiyo maneno, sasa ile mmerelax hivi. Hata ukimjuna kindevu hivi unamuuliza kitu fulani, unajua hapo tutatopoka tu, tunakuanga tu ni kama nyanya tu, hapo tutasema. Lakini ukinitangulia na maneno, mimi nitatolea viatu kwa mlango alafu nitaenda nirudi baadaye. Okay, inaleta echo. So kwa hii section ya kupata maybe your wife ama your girlfriend, mostly your wife, kwa sababu ako nyumbani, unakuja unampata kama ni mchafu. Nimekuja kuona mostly kwa vijiji unapata maybe hata hawana, unaona, ni ile tu moja yenye unapata ako tu nayo, anajua hii ni maybe ni ya safari, kama kutatokea na safari. But I'm very sure kama wewe kama mwanaume utajitolea pia wewe umletee, umnunulie, ukimsurprise unamleta maybe hata kama ni hiyo ya 50 ama ka dress venye amesema, pia yeye ataweka bidii, kwa sababu ukianza kumuuliza ni kwa nini haujakuwa sawa, hata kuwa na reason. So at least atajipea
ile motisha ya ku look good. So nimeona Nash hapa ame raise an issue. Amesema kwamba guys, pia kuna mademu wana fake feelings, akijua mshahara imeingia, ile kulia unaliliwa, ukishamaliza utajua ulikuwa kwa hiyo ride peke yako. So sijui kama kuna mtu amejipata in this situation. Alafu pia Damakrin anauliza if how can you have a sex talk with your partner. Alafu pia mi nataka kujua hii sex talk, is it important when you're doing it? What do you think? So sijui nianze na nani. Watu wamepotea. Siza na kuona. Siza. Yes, nakusikia. Tuambie. Sex talk ni muhimu ama wewe ni ule unanyamazanga tu hivyo unasema tangoja tu kumwisha tutajua? Hapana, lazima tuongee. Hata sometimes huwa napiga simu before nifike home. Namwambia leo vile naona nipate maneno kila kitu ishatayarishwa leo by saa moja iwe kila kitu ishamalizwa, ni kulala na kuja kulala. Kesho kuna safari naenda. So yeah, hiyo lazima muongee. Uwezi rukia mtu kama ni gari unapanda ukishuka. Lazima muongee. Yeah, hiyo inakuanga lazima muongee, na hiyo ndio itakufanya ndio umfikishe mahali anataka. Cause the moment tutasema wewe ni kurukia au utamfikisha huko mahali yeye mwenyewe anataka kufika. Unafaa kuongea nini? Unafaa kumwambia nini? Ama ni wewe peke yako ama pia yeye anafaa kucommunicate? Sisi wote, but as a man lazima nitaanza hiyo conversation. Aya, mtakuwa mnaongea nini sasa? Unajua una watu wengine hapa nje hatujui tunafaa kuongea nini. Unaweza sema yes it is good to talk, alafu ukifika hapa aanze kukuambia nani alikuja kuomba deni. Unajua hapa atakuwa memes. Hapana, si unajua wakati wa kuongea. Unajua uwezi ongea kama watoto wako. Si ndio nimekuambia ukimwambia maybe in advance umwambie so maybe today we need to talk. Alafu unamwambia maybe kuna issue. Sasa unajua atajua yeye atakuwa na hiyo expectation, ana expect something. Anafikiria ni kitu kingine, labda kuna mtu mgonjwa nini. Mkifika huko kwa kitanda tu unamwambia ile kitu nilikuwa nataka kufanya. Leo nimesikia mwili yangu vile iko hivi, mnaongea tu pole pole nini. Alafu ndio maneno inaenda tu sawa. Okay. Na yeah, alafu umejipata kwa hii situation ya madem wa fake feelings. Unaweza sema nini? Alafu kitu kingine nimesahau. Kuna wewe mwenye ameuliza swali eti kuna watu mwingine wana fake feelings wakati msara anaingia. Nao hii kitu naweza sema hapa maybe tunaongelea wala watu wenye wana date hawajaona. Nao kama niko na mke and this is my wife. Sasa hawezi juu hiyo pesa already kuna vile tumeipangia. Na hawezi nipangie eti sasa jumzara inakaribia ataniongeleza vizuri. What about tomorrow? Cause ni kitu tunafanya kila mwezi. I'm the provider. So na nikitumia pesa kwa bibi yangu sioni vibaya. Na hakuna mtu hawezi taka bibi yake akae vizuri vile anatarajia. Unaona? Yeah. So lazima ikuwe hivyo. Hata akitoka huko nje akitembea unaona tu ako sawa, ako very smart nini. We mwenyewe you just feel it, una feel proud yeah. Wembe. Kwanza naona Lilian unmute yourself kama unanisikiza. Ni kama yuko Fred. Okay. So hawa ni kama hawanipati sahi. So Wembe tuambie. Okay, mimi naweza sema ya kwamba
naweza sema ya kwamba kuna hao watu ambao wana fake sex. Of course it is there. Like now these slay queens outside there, they have to do it so that they can get what you have in your pocket. But let me talk of now the married couples. Kwa mfano, mimi nafaa kuongelesha bibi yangu, that is, nafaa kumuongelesha about sex. Sex talk is very important, because kama uwezi ongelesha bibi yako about sex talk, inamaanisha hakuna kitu mnafanya hapa. Your wife should congratulate you, baby, you are doing it well, hold on, press. Such terminologies to come out from your partner. Unajua, at the moment anakuambia hivyo, even if hata kama ulikuwa umechoka, njia nyingine unasema no, if I live at this point, inamaanisha my wife would not be hata kuwa ametosheka vizuri. So akiongea no babe, okay, do it slightly, adjust, at least she can motivate you now. Unaona, that sex talk is very important. It motivates your partner. So yani inaleta mind zenu pamoja. Kama kuna mtu mwenye alikuwa na mind zingine, anafikiria biashara huko nje, anafikiria madeni, anafikiria magonjwa, ile inatoka huko sasa inakuja hapa karibu kwenye mko na yeye. You can feel one another now. The atmosphere will be the same. You will be in the same planet now. Ndio mtakuwa mnaongeleshana vizuri. So that one is very important. First of all, okay, wanaume mara nyingi sisi hatujui kutamka hayo maneno vizuri. Mwanamke anapoyatamka na wewe ndio unamjibu. So mwanamke anafaa ayatamke vizuri. Shaona. Mungu. Yeah, hiyo ni ukweli, wacha nikukata. Ndio maana vile nilisema hiyo wakati mwanaume unaweza jikuta hata unaweza ulizwa utaninunulia gari na utasema na huko unajua kitu unaongea. Yes. That is the reality. Yeah, if you ask anything on that time, mimi nitajibu. Cause sasa hiyo sasa mimi sijui. So wakati tunafaa kuomba ndege. Ukiomba hiyo wakati. Nash. Umejipata kwa mtu ana fake feelings? Si wako, kwani ni story za kuficha, si sasa watu wako. Ulifanyaje? Hebu tuambie experience. Unajua mmeniita mpaka nilikuwa nimelala, my hair is bad, you know. Lakini nimevaa kofia hivyo. Naona hata mwenzangu amevaa kofia. Okay. Hii story unajua hii story iko so diverse. Me I wonder why mna narrow down to kwa kitu mna concentrate. Hii story kwani sisi ni wa Kenya. Sisi tunaishi Kenya, sisi stories ziko. Tunajua kuna watu wana fake feelings just because of your pocket. We know that kuna mtu maybe ako na wife wake, they are having that good time, lakini kuna picha za Ashanti tu zinakuja kwa mind yake ndio at least afike mahali anafaa kufika. These things are there. Let us, hizi vitu ziko diverse, wacha tuzilete zote pamoja tuongelee. Na that's, you know I live in Mombasa. That's why unasikianga kwamba hao wasichana wa Mombasa ukipatana nao possibility ya kurudi nyumbani na kuanga kidogo sana. Nimesikia hata mwenzangu akisema hapa eti sijui wanaume atuongeleangi hizi vitu. Bro, kama uongee ni wewe. Wengine tunazijua. Hizi story tunazijua. We call them by their names. We know how to call them. There's languages zenye ziko hapo zinaitwa vibamia, you know, tango, you know, this tango if you don't know ni cucumber. Kibamia, there's those hizo vitu hizo zinafanana sweet bananas hiyo ndogo hizo. We call them by tunajua vile tunaziita. Now hizi stories ziko
ina depend na partner wako, na inafaa the bottom line ya history yote si kuvaa vizuri, si kuoga vizuri. Wacha nikuulize, kama story ni kuoga vizuri, mbona wendazimu wanakuanga na mimba kwa street? Kwani yule mwendazimu ameoga? Wacha nikwambie, hii story it's all about venye mmeekana, venye mnaelewana. Hata kama utakuwa hauna nguo, kama mnaelewana na partner wako, hiyo story na kujanga automatic. Kuna wanaume mwingine ukitoka job, labda umestressika huko job, hizo stress zako unataka kuzileta mpaka kwa nyumba, wife anakukaribisha, wewe umenuna, uko tu kwa remote, kwa TV. Sasa hizo vitu kama hizo, wewe unataka tu ile siku yenye uko na feelings ndio unataka kumletee, unapata sasa yeye hiyo siku na yeye ako na moods. Hizi vitu lazima kwanza muelewane. Lazima useme huyo ni mke wangu, story za huko nje ni za huko nje, nikiwa kwa nyumba lazima tukue happy, we laugh, hizo vitu zingine zinakuja automatically. Alafu kuna vitu zingine unajua, nikirudi hiyo upande ya usafi kidogo, yeah, I can concur with that kwamba usafi pia sometimes inachangia. Juu kuna watu hapa nje bro, ukitaka hata kumkiss hiyo mdomo yake, yani hizo feelings zina evaporate. Unaonanga kama so alafu sasa hapa ndio kuna issue. Unaona hata aibu kuambia partner wako, by the way, kuna venye iko hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa sorry hello Fred, unasema aje? Ninasikika vizuri? Okay, yeah. Saa upande wa after sasa mmeshaelewana na wife, lazima kwanza wife ajiweke msafi. Hiyo uko chini. Kuna watu wengine sisi tumezoea, we cannot do that bila kuingia huko chini tujue venye kunakaa. Lazima uingie hapo ufanye, na wewe wacha kuangalia hivyo. Ndio nimekuambia mimi I stay in Mombasa, these things we know them, lazima uingie huko ukague kwanza na ulimi. Now tell me, wewe umekaa huko haujaoga, uko chini haujui tips za kusafisha huko. We kama ni mwanaume umevuta masigara zako huko, umepita huko umekunywa makeg, unakuja kwa nyumba mdomo inatupa. Sasa hakutakuwa na raha kwa hizi story. Hizi story ni lazima kwanza mjuane, mpendane kwanza, muelewane, alafu usafi na kamu. Hizo vitu zikikuwa kwa line, hey my dear, saa moja mzee amerudi kwa nyumba anakuambia babe, aki nimekuwa tu nikitembea hapo tunakuona tu. Hivyo ndo kuenda. Imebidi nikuje online maana nimeona nikiandika huko mnanicheka. Wacha niwaambie ukweli, hivyo ndo kuenda. Asante. Kama kuna swali I'm ready to answer, na kama kuna mwenye ananishangaa juu nimesema ulimi inafaa ifanye kazi, I don't know. Kwani okay. Amonyo KV, unasema aje ulimi inafaa ifanye kazi? Kitu okay. Mambo vipi wote wenye mko kwa screen na wenye mko nje na wasalimu, mambo vipi? Poa sana. Ni kitu yenye naweza sema ni, unajua usafi, kitu ya kwanza Mr. umesema kweli, usafi ni kitu muhimu kwa mwanadada, kwa mwanaume. Wana usafi, unajua huwezi kupenda kitu, lazima upende kitu. Ukipenda kitu unaona hii kitu ni safi, ukishapenda hii kitu ukipeleka kwa nyumba unajua mtu mwenye mbele kwa nyumba. Lakini ikifika katikati anaanza kubadilisha, hapo tena shida. Tu ulimpenda kwa sababu ya usafi wake, na usafi ndio unamuweka kwa nyumba. Kwanza niambie wanadada hivi, mwanaume upenda usafi.
na usafi ndio kitu ya muhimu. Wewe umesema hivyo, ni kweli. Kunao, sikatai, kunao wengi hapo jini ukawana ulimi, ni kweli, lakini mkielewana na partner wako. Sikuje mmeona kwa miaka miwili tena ndio unakuja kumbadilisha kumlamba na ulimi. Atakuuliza watoa hii style wapi? Nani akakufunza? Unaona? Hiyo itakuwa shida. Lakini wakati mmeoana, mke wako yaani mshajuana chundani, hiyo inaeleweka. Hata ukifanya venye hii style yoyote ile, usajua asasoea. Lakini uwezi kuja from nowhere uanze kumwambia leo nataka niingie hivi. No. Kitu ya kwanza muelewane na huyu mke wako, hii na hii inafaa. Hapo ndio kitu tunaita ile tuseme maana inatokea ye mwenyewe huwa. Hapo ndio starter kwanza, iko starter iko hapo jini. Wazana unajua kunao starter iko na kuanga hapa kujuu kwa nini dots. Kunao inakuanga kwa shingo, inadependi mahali ukimguza hivi huwa na vile. Unajua kuna mwenye unapeleka hapo jini ulimi anasikia kweli. Kale kamati kidogo inatoka inamwa mati, hapo ndio anafurahia. Lakini kunao upenda hivyo. Lakini mister usiwahi enda hapo jini. Kama mmekaa na yeye venye nimesema, usiwahi enda hapo jini. Mtu mwingie naye kwa pavu, muoge hivyo, lakini usiingie kama ana uchafu bwana. Hiyo hata wewe mwenyewe huwezi furahia. Nasikia ni ile samaki yenye, unaelewa? Samaki yenye imekaa wiki mbili. Kitu yenye naweza sema tena ya mwisho, wengine wachangie wenye watachangia. Mlembo wako pende na ulikuwa umpenda. Isivyo kama unaona mionde imebadilika, mwambie mlembo, shida nini? Akueleze. Mkwe mkiwa ndani pamoja muelezane, ni kweli ndio nimebadilika kwa sababu ya hili jambo na hii. Mtafute suluhisho ndio mkae kwa ndoa yenye iko na amani. Nani hata mtu akiona, hata wewe mwenyewe ukiona unafurahia hiyo ndoa. Nimeshukuru. Mwenye anaweza endelea kutoka hapo. Kama mwenye ako na swali aniulize. Yes. Asante sana mwenye KB. Mimi hata notes ziko almost kuja, lakini leo I'm not giving up. Naona pasta kama hapa nataka pia tuambie his Na mbona una hide your face? Yeah? Why are you hiding? I'm not hiding. Where are you? I'm here. I know seeing Is me. the show getting hotter? Wewe mwenye kwa studio inafaa uonekane, afadhali sisi tufiche. Wewe ndio inafaa uonekane. No, we understand. We are grown-ups. We understand. Maybe something is going on wrong. Let us not harass. Ni sawa. Nilikuwa narekebisha kamera hapa, so lakini imekuwa sawa sasa. So Okay. nataka pasta kama atuambie hiyo maneno yote, alafu pia naona another question imekuwa added hapa. The Macri anauliza kwamba what do you do when your partner doesn't satisfy you in bed? So pasta kama unanisikiza, karibu kwenye show. Meza jibu Damaklin. Ni sawa. Damaklin, ajua wakati mulianzana kwa uhusiano ama unajua mume wako ama unajua yes, unajua mume wako mnaendanga na ngapi. Kama ni 2 tosheka na hiyo 2. Mtu kama ulimpenda ukamleta ama akakuleta kwa sababu ya kile yenye alikuwa na, unajua inadepend mmekaa kwa ndoa miaka mingapi.
na the moment mnakaa kwa miaka, ile mapenzi ama hiyo nini inaendelea kurudi chini bado kidogo kidogo, miaka ikiendelea kukuja. Hata ukiangalia hawa baba zetu, kuna mahali inafika ananga shughuli na hiyo mambo. Si kama umeipata Damakri, hawananga shughuli na hiyo mambo. Kama unataka, inatipendi we mwenyewe mlianza na ngapi. Huyu mume wako amefika ameanza kukucholea kamoja, ama ameanza kukutolea booms peke yake. Unajua kuna wao utoa booms, wewe anaona amerelease, lakini kumbe ni booms tu. Na hapo inavawa muendo ozi, muangaliwe ama angaliwe, au kama ni mume angaliwe shida iko wapi. Kama mbeleni alikuwa anaenda 3, mbona amerejeza mpaka 1? Alafu tena anakuja kwa mkia asubuhi kale kamoja hivyo. Hapo kuna shida kidogo, uende upate ushauri, ama we mwenyewe mkalie chini, ulize mume wako shida imetokea wapi, mbona ukuji kama tambo la yani. Hiyo ndio naweza sema Damakri. Can I add something maybe? Yeah, please do. Okay. Kitu yenye hajasema anaiongelea from which perspective? Unajua, wacha nikuambie my dear, hizi stories za sex, kama ulikuwa na partner wako mwanzo, maybe mlikuwa mna have like 3 rounds ama 4 ama 2, imekuja leo hii imebaki, labda kama zilikuwa 3 zimebaki 2, ikarudi ikabaki maybe saa ni 1, na hiyo 1 lazima muitafute, mpande basi muende mfike Tanzania, mzunguke Arusha, mrudi Kenya ndio ipatikane. Hapa kuna mambo mawili, either your partner ana lose interest in you, ama ako na issues na hormones zake, ama ya tatu kuna venye unachezwa, kuna pale hizo vitu zinamwagwa huko, wewe unaleta wanga tu ile yenye imebaki. So sijajua hii swali yake ameiuliza from which perspective, huyu mtu wake anaendaje, walikuwa aje. So aangalie kwa hizo nini 3 zenye nimempa, kama ilikuwa ni sawa ajiulize maybe, ama pia kuna uwezekano pia yeye mwenyewe interest imegrow. Unaona, unajua as venye tunaendelea, maybe wewe kuna you know there's one thing kati ya mwanamume na mwanamke, like nature, yani venye nature inatupeleka ni mwanaume apende mwanamke. Mwanamke nao venye nimekutongoza ile day ya kwanza, that's why you see mtu kitongoza dem mara ya kwanza akubali, unamfuatilia ndio anakuja kukubali. It means mwanaume kazi yetu ni kupenda. Now mwanamke ana learn as we go by. You learn to love me, and that's why unapata watu wengi, unapata mwanamke at first alikuwa anakusumbua, alikuwa hakupendi, mpaka anakutumia message anakuambia by the way I don't like you, lakini at the end of the day mnakuja mnaoana na mtu, na huyo mtu anakuja anakupenda mpaka wewe unaanza kujiuliza, by the way so you used to tell me that you don't love me. No, you know women, hivyo ndio Mungu aliwaumba. Sisi tuliumbwa kupenda, nyinyi mliumbwa kulearn kutupenda. Now unapata wakati tulioana haukuwa na ile interest ya kukuwa na mimi, lakini as we go by ile interest ina grow. Now imefika ile yangu imepungua, juu nisha kukula, nimejua venye huko. Now ile interest yenye ilikuwa kipindi hiyo nikikutafuta
imeisha. Sasa yako ndio imegrow. Juu nao umelearn kunipenda, umenipenda, sasa ndio umeingia mzima. Na mimi sasa ndio interest imetoka. That's why nimekuambia kuna wanaume hapa nje wanaishi na wake zao, lakini wakifanya hiyo kitu analeta tu picha ya Rihanna anapaint kwa mke wake pap, ndio at least story iendelee. Bila hivyo so yangu ni hiyo tu, nilikuwa nataka kuongezea. We Pastor, kama unanisikiza? Pastor kama Lilian? Lilian? Yes. Sasa Poa sana. Karibu. Umesikia venye Nash leo anatutobolea. Nash anatoboa. Nash. Kwanza leo Yes. ukimisi show. Kwanza leo ukimisi show. Naki kuongea. So, Lilian, umesikia venye Nash amesema. mi nafuatilia tu, I'm learning. So, unaweza sema nini? Hadi inafikia mtu ana imagine Judy and your Jane ndio aweze kufanya hiyo maneno. Hiyo ni vizuri kweli? Ati sijakupata. Like venye amesema kwamba unaweza pata uko na mchumba wako lakini lazima aeke Rihanna kwa akili ndio aweze kukuhudumia. Unaweza sema Huu ni mshaya hawezi ongea. So Damakin pia anauliza, should you ever have sex when you don't feel it? Yo wezi. Wembe TV? Yes, mimi naweza sema what if I'm having the feeling she doesn't have the feeling. I have to prepare her psychologically. Nimwambie please calm down my dear baby. Sasa hapa I will use all the means, all the sweet words mpaka nimfikishe na yeye akuwe na ile feeling. Unaona? Okay, kama hana feeling, sasa mimi niko na feeling. Nitaenda huko nje kwenda kutafuta mara nyingine ama kwenda kutafuta nini mpango wa kando huko nje. Haifai hiyo. Tamwambia babe, no, I'm feeling you. Please calm down. Hata kama alikuwa amenikasirikia, nitampembeleza yangu yote. Kama ni kuingia kwa mfuko nimpea promise, nitampea promise. Finally. Wembe. Yes, brother. Najua umesema vizuri sana, lakini najua wanaume tuko tofauti. Kweli. Kuna wala wati kupembeleza, kama amekwambia leo hii nataka hii, anakwambia kama utaki mimi bwana naondoka naenda zangu. Unamuona ndio huyo ashaenda mahali vile umesema. Kwa hivyo si kama nisemaje, kama ndio maana mara ya kwanza nimeweka hivi, wanaume ni tofauti. Najua huwezi kavana na huyu Emonyo ama Nash. Nazi ni tofauti. Alafu nafika namwambia mi maneno inaisha hivyo hivyo. Ashaenda kwingine. Brother wangu. Amesema Wacha nikuambie kitu moja. Kwa mfano ni mke wangu ambaye ninampenda na mwenzi. Mbona nisimpembeleze? Mbona nisimtendekeze vizuri? Hiyo ni mke wangu ambaye nampenda. Unajua hapa kitu ya muhimu ni kwamba unaelewa mke wako. Mke wangu labda nikisoma katiba siku ya leo, kesho labda hatakuwa na feeling. Kesho kutwa hatakuwa na feeling. So inafaa unaelewa mke wako. Ukijua ya kwamba wewe uko na haja na yeye ama umekuwa na feeling na yeye, mwambie mama, leo hii kusema kweli yani sioni venye niko. Hata yeye hawezi kuachilia sababu atajua akinyimana hiyo itabidi umetembeza kiatu huko nje. Na ukitembeza definitely it will be her fault. Hata kulilia mbeleni. So mwanamke anapokusikia na anapokuelewa vizuri, ukimwexplainia vizuri, mpembeleze tu, ataangusha katiba, haina shida. Hey guys, kuna kitu moja. Hello. Nice. Dakika moja. Okay.
kuna kitu moja inafaa tujue. My friend, kama umeoa bibi na huyu bibi uko na yeye peke yake, wacha nikwambie, kama umemtunza vizuri, anashiba, anavaa, ako na kila kitu chenye anahitaji, sidhani kama kuna day yenye utamuhitaji akose kukupa. The problem, hao watu wanapenda kubebwa. Siwaambie huyu mrembo amute please. Nini yake nafanya kelele? Ni Freddy. Alikuwa Freddy Ametoka. Okay. Hawa watu unajua wanataka kupetipetiwa. Ushai have time ya kuchukua bibi yako, sio kila siku mna have sex tu hapo kwa nyumba. Take her out, mchukue, mwambie leo hata usipike sapa, hebu twende hivi, toka job, pitia mahali, kata room, njoo uchukue wife, mpeleke nje pale, nunua mafuta ya nazi. Are you getting this? Nunua mafuta ya nazi. Kama hiyo hakuna, kuna mafuta ingine inapatikana hapa Mombasa, nimesahau jina kidogo. Iko na like menthol, iko like ni kama robe lakini kwa umbali. Nunua hii mafuta, nenda na mama, masaji hiyo mwili. Niambie ni mtoto gani ama wa mama gani hii dunia atakunyima hiyo kitu? Niambie tu, ni nani? Not unless umeshindwa hiyo kazi, unasaidiwa na jirani ndio atakataa. Lakini like me, najiongelea mimi, siwezi nyimwa. Siwezi. Najiamini. Siwezi. Haya. Gaki tokondi na nokoraki. Tokondi na Nash, umesema kweli, huwa hiyo sikatai na wewe. Nakubaliana kuchange mazingira nao ni kitu ya muhimu sana. Kuchange mazingira ni kitu ya muhimu sana. Unajua ukiwa kila wakati kwa ile nyumba, wanapoeka wanataka kutembea kidogo. Hata kama sasa hivi umpeleke toilet, kama ulikuwa Nairobi kijobu tu, au mwambie leo mlembo, weekend tunataka twende toilet. Penye nazi na skulu za na kawale. Ni kweli tu tunaambiwa hivyo, wanatada. Lakini kunao hawajui kupembeleza, wanaume hawajui. Hapo ndio nataka usaidie. Kunao wanaume hawajui kupembeleza mlembo. Kama kosa kidogo akikuja hivi, anampeleka mbio, alafu ama tuseme like wanawa, tena unahitaji mlembo. Hapa usawa msomea maneno. Still shida ikishakuwa ni shida. Huwezi ni msomea saa hii, tena unataka muingie ngumu bwana. Huyo ni binadamu, mind yake imezaa change. Hata umpembeleze vile anaweza kataa, kwa sababu umemsomea maneno ya job. Kama ulikuwa job, mwaacha. Kama wewe ulipelekwa mbio na supervisor wako kama mkubwa wako vile, ajia huko, kikuja kwa nyumba, kuja stele, kamsalimie. Hata ukamletee lollipop, mwambie mlembo, leo nimeona unikupaie lollipop, huwa atashukuru. Unajua hata kakue kadogo, hiyo ndio napendea wanawake. Hata ukimpatia zawadi, wanawake upenda zawadi sana. Ukimpatia lollipop, huwa anafurahia. Lollipop tu ya 5 pop, huwa anafurahia, kumbe huyu mwanga ananijali. Lakini wewe ukikuja hapa, niweke manzi huko, dona, huyo mtu huwa anataka kiwa venye like tuseme kama mtoto mdogo vile, shamweka ndio ashajua kumbe inapendwa, ndio maana hawezi kunyima. Nashukuru sana. Appreciate your women bana. Change mazingira. Yaani unajua kwa vitu hapo umeongea hadi nimefurahia. Nimefeel I wish my future husband angekuwa maybe around among you.
asikie hii maneno kwa sababu nikaa imenifurahisha roho yangu vizuri sana. Maybe he's in the comments. He's listening. You never Yes, know. they are listening. Najua wanapenda hiyo. Mama By the Kinga way, anaingia na high five. si Valentine ilikuwa juzi. Kwani ulimiss pia hiyo? Imagine hakuna, nothing happened. Nothing. Chineke. Okay. I'm reconsidering. Okay, I would like to request this other two panelists maybe tuende kwa maombi ya kufunga. We help you out. Amen in Jesus name. Hapo ni vizuri sana. Hiyo ni idea mzuri. Ninaweza penda kujua kwamba ninaombewa. Amen. Na harusi tukue online. Freddy, mbona tena unatoka unaongea ukitoka, lakini watu amzoe kuongea juu ya siasa, lakini watu wa UDA bana, inashindwa. Shida ni nini? Network inawasumbua kila wakati watu wa UDA bana. Leo Freddy sijui ni nini mbaya, anaingia tu na kutoka bana. Hadi nashangaa nasi watu wa UDA shida tu. Wewe lakini nimefurahia sana. So nataka sasa tuongee on the final part. How unaanza kumprepare. Sasa hapo ndio mimi nataka sasa masikio yangu iko alert. Nataka kujua akina Wembe, akina Nash, akinaye Monyo, akina Fred hao wenye wanaingia na kutoka. Ni wapi pale mnatakanga mguswe? Nataka mkue handled aje? Unaona? Ndio tukikuja hapo tusiwa embarrass. Alafu if kuna mwanamke in the building, unaweza join through the link ama you can light nini uandike hapo hivyo kwa comment section useme represent the ladies. So nataka tuanze na Fred nini mbaya leo? Fred ati nini mbaya Fred Si atoe hiyo nini kwa karibu na mdomo. Ama atoe hiyo wanaongea tu na simu peke yake. Ebu toa earphones kama unatumia earphones, ni kama kuna sama hata mi hata situmii earphone. Ni nini mbaya basi? Labda network, lakini unanipata saa si ndio? Nakupata sasa. Haya, karibu sasa. Yes, please. Demarclin sijui nini, tafadhali msiniangushe. Hebu na mtu represent hapa vizuri. So nataka hao wanaume wote, nashangaa ni nini leo akina Halima wako hapa. So wanaume wote wako hapa, mtuambie mnatakaga aje. Si ati kila wakati mnalalamika tu she's not good in bed. Hebu tuambie mnatakaga aje. Tufanye nini? Ndio mkishatuambia kama tutashindwa labda mseme sasa sisi ndio tuko na shida. Tuanze na Fred. Karibu Mr. Me. Fred. Sasa mimi tutasema kama umeoa mtu huwezi communicate ayu date. Kwani wakati mlikuwa mna date uko na mjua nakuja kulalamika kwa hiyo hata sioni haja ya kulalamika. Lakini sasa na shiwe acha tu niongee. No, I'm just happy. I'm happy with your submission, Yawa. Yeah, I have to laugh. Endelea. Wewe. Fred network yako. Tafuta mahali bana kaka. Yaani amunipati penye na sauti hivi bwana. Una shout yes but kuna network error unakuja kama unakatika. Sasa mimi nasema mwanamke ndiye anafaa
prepare mwanaume, si mwanaume ndiye ana prepare mwanamke kwanza. The first mtu wa kwanza ku prepare mwanaume ni mwanamke. Fred. Abomination. Siusikie Tabu. mimi kuna experience Mnyamaze Fred anaongea. Unajua Lembo, wacha nikwambie, kuna mahali unaambiwa kitu, ukiona mtu akikwambia unapotea, huwezi acha upotee, lazima uambie Fred kitu yenye iko. So tunataka kujua perspective unajua yake yote. na mimi Okay, continue my friend. Simulisikize kwanza. We mwanaume ulikuwa umeenda kazi. Umerudi jioni. Ile kukukaribisha mwanamke amekukaribisha kwa nyumba, ama hata kukukaribisha sana. Si labda ulikuwa umebeba karatasi labda na hapo ama umechoka kwa koti hujabeba kitu kingine. Kaka ameichukua. Viatu ameweka mahali pengine. Amekuandalia maji ya kuoga. Hiyo ni preparation, kwa ameanza kukuprepare. Amekukaribisha mkule chakula pamoja. Lakini sie tumefika, umepata amesaa kula ni vitu zako umekuja nazo, acha nazo. Najua hata wewe utaanza kuprepare yeye, kwa sababu psychology yako imeona mtu mimi ana mimi. So na mimi najua na wewe leo mwanamke ndio mtu wa kwanza kuprepare mwanaume. Okay, thank you. Mr. Mi, karibu sana in the building. Yes, nashukuru. Nasema ni asante kwa kunikaribisha. Na nasalimia wote, hamjambo? Hatujambo. Kitu ya kwanza tunafaa kujua ile style yenye ulitumia kuleta mrembo wako akafurahia na wewe, ukamtongoza kutoka kwa njia hadi ukamfikisha kwa nyumba, na style ku-maintain hiyo style. Pia ile style ya kwanza mlipolala na yeye, maybe ulimpanguza, ukamguza matiti, ukamlamba, maybe ukaingiza kitore, ukamngiza kidogo hivi, kumguza kinembe kiazi, alafu ukamnyonya matiti. Yani hapo, hiyo ndio style tunasema utaendelea kumfanyia hivyo hadi ile style, yani hadi ile wakati anasema sasa tushakuwa watu wakubwa, tushaelewana sasa. Hiyo style tunafaa kuaja. Eti kila siku na nyinyi wasichana, si eti kila siku yani nafaa kupea mzee wako kifo jamende, hapana. Fanyie style yoyote, ila hali wazee. Sasa I think mimi nilikuwa naongelea side ya wazee. Sasa niongelea juu ya wazee. Niseme juu ya hiyo mapenzi sasa kufanya ikuwe ladha. Mke wako asini sasa ni venye sijasika mada vizuri, lakini nitaendelea kusikiza venye mnaendelea kuongea, lakini I think nimesikia kidogo ndio ninaongelelea sasa juu ya kuguzana, alafu ma feelings ikuje. Kitu ya kwanza mka akukaribishe, akupe maji uoge, akupe chakula, but wakati ashakupea chakula sasa maybe kuna kipindi yenye muangalie. Sasa hapo unajua kama hamna mtoto hapo, mmoja amekaliwa mmoja amelaliwa. So kitu ingine mnaangalia, alafu najua ukikaa tu kama mlikuwa wageni ama mmezoeana, hapo kuna mahali mkono inaendelea kutembea. Si eti mkaa hivi tu hivi. Kuna mahali mkono inaendelea kutembea, alafu mke peke yake anakuambia, hey, wataka kuniua, twende kwa kitanda, kitu kama hiyo. So
mnaendelea yani, wacha niachie hapo alafu niendelee niendelee kuongea. Kabla hujatoka Mr. Me, kuna kitu umesema hapa hivi ya kifo ya Menge. Nataka nikuulize swali hapo. Kama ukuwahi mwambia niulize. Mumekaa kwa ndoa miaka 2. Hiyo kitu usingatia, uuliza kila wakati. Mimi hupenda kuuliza swali hilo. Kama hujawahi mwambia hiyo mastahili, wama ukampeleke kwa mandizi au mkampeleke kwa kiti, kama hujawahi mfanyia hizo mbeleni, unakuwaje unakuja kumwambia uko Nairobi, tuseme umemwacha mke wako ulisafu shughuli fulani imefanya uende ukamwacha ushako yani, unaona? Sasa uende kumwambia leo nataka hii style, my friend, taribu boma yako. Lakini hebu jibu hiyo swali kabla sijajibu venye najua. Sawa, wacha kitu ya kwanza ni kujibu swali. Kitu ya kwanza nakwambia hivi. Inatibeba na style yenye kuna wakati tujue sasa kama sisi vijana, sasa tuseme kuna wakati mimi nikitoka kwenye nafanya kazi, nikitoka huku alafu msichana atapata unajua kuna mahali unaangalia unapata watu wanafanya design ukiangalia kwa mabonography unaenda design, ukichoka design unaenda design, ushaona? So unafaa ile design yenye ulimleta ukamwonyesha style 2-3, usipitisha hapo. Ukipitisha hapo huyu mke ana sense, anauliza huyu mzee huwa ametoa hii style nyingine wapi? Ushanielewa? Sasa ndio hiyo maana nikasema ile style yenye ulimletea kutoka kwa Njia, ukamleta siku ya kwanza mkakaa na yeye, ukamlalia kifo ya mendo, ukamwambia talk style, ukamwambia sideways, ukamwambia ile style yenye ulimfunza ile mwaka mmoja ama miaka 2, ndio sasa maybe usipitisha hapo. Ukipitisha hapo ushaenda miaka 3 kwenda juu, huwa hata mke huwa ana sense akwambie mbona leo huyu akanipitisha hii masaa ama akanipitiza hizi style Okay. So in short mnasema kwamba kenye mnatuintroduce into saa hii venye tuna date, msifike marriage muexceed muact hyper. Hao wanakudanganya. Nash, unasemaje? They are lying to you. Let me tell you. Najua experience comes. You know, everyone knows how to fuck, but not everyone knows how to fuck good. Are you getting that point? Yes. That's why unapata mkifanya mtihani, kuna mwenye anakuwa namba 1, anakuwa namba 2, 3 hivyo mpaka wa mwisho. Lakini mmefanya mtihani moja, kumbuka. So mimi sidhani kama unajua kuna hiyo ni kitu ninajua. Na ninapokupata wewe utanijua hivyo venye ninajua. Hauwezi ukaniambia sasa venye eti saa hii tumekaa miaka 5, now kuna vitu tulikuwa tunafanya, we know not to do them anymore. What is that? My friend, ngoma mwisho. Kama tulianza kwa kiti, tukaenda kwa kitanda, tukatoka tukaenda beach, hivyo ndio itaendelea. Kuna vitu zingine ukipunguza, ataanza kusema, kumbe hata ndio maana unifanyie venye ulikuwa unanifanyia kitambo. It's like umepata mwingine. You see, hizi vitu kama ulianza, in fact, inafaa kwanza muwe mnafanya research. Inafaa mfanye research. Unajua, nasikia huyu ndugu yangu anasema, mwenye unalalamika sana kuhusu hao watu. In the first place, how unaacha bibi nyumbani wewe uko town? Kwa nini? Nyinyi ndio wale watu wenye tunawashuku nyinyi sana. Okay, ngoja kidogo. Kitu umetamuka jina yangu. Hapo nimepunguza kidogo.
nataka nikujibu Ngoja. direct. Okay, Yeah. okay. Okay. Unajua, wacha nikwambie. Hapa ndio watu huwa wanaenda up kurezi familia zenye si zao. Na makosa ni yako. How? Mimi wife wangu ninakupenda. I know I cannot survive maybe 2 months ama 1 month without having sex. How do I leave you? Kwa nini nikuache nyumbani? Kwani ni kazi kama hata wanajeshi wanaruhusiwa kukuwa na mabibi kwa kambi? Kwani hiyo kazi yako hizi kuruhusu kae na bibi huko? My friend, wacha tusidanganyane. Hizi vitu ziko hapa kutufurahisha, na kila kitu yenye nakufurahisha, you need to do more research. Na wakati unafanya research, fanya research mkiwa wote. Ndio ukijua hizi vitu hata ukizileta kusikue na maswali, hii imetoka wapi? Unaona? Hiyo ni, by the way, ni starehe. Haifai kukua kwamba eti nao sasa mimi ndio inafaa nikufanyie hivi. No. Do me, I do you. Si eti sasa mimi ndio nikuja nikwambie sasa wewe kwa vile wewe ni mwanamke. Okay, by the way, me I see we are out of the topic. I mean we are tunaongelea kitu tofauti na yenye sister ameulizia. Sister ameuliza huwa tunataka tushikwe wapi? Huwa tunataka tufanyiwe nini? Unajua nyinyi mmedivert hii swali lake. Mimi my dear, wacha nirudi kwako. Ama naweza patia mwingine kwanza aongee ndio nirudi kwako. Sasa hapo wacha nimwambie. No, wewe wacha. Ngoja. Wewe si umeshaongea? Si uliongea wewe au kusema hiyo? Hiyo tutarudi, wacha mwingine aongee. Nasi huyu jamaa aliongea ile mwanzo ile yenye tuliongea, lakini hii hata iongelea. Wote tu aongee kama masaa iko, wacha aongee. Sasa sister swali ameuliza wewe hiyo inatusumbua bwana. Hiyo mic ya mtu fulani hapo. Wanawake inafaa tuwaambie iko sawa? Yeah, wanawake inafaa tuwaambie ni nini tunataka. Na unajua ndio maana nakwambia hizi vitu ni upendo. Yaani bottom line ya hizi vitu zote ni kuelewana. Once tumeelewana, nitakuja, utanifanyia hizo vitu zote, sijui kupika, sijui hizo hiyo ni ile yako, hiyo ni ile sasa, ule ni wanawake wako, hiyo ndio kazi yako unafanya. Lakini kuna more into that wakati tumeingia bed. That's why unajua ukichukua msichana kama wa Kikisii, msichana kama wa kabila gani, kama Mkikuyu, alafu ukutane na msichana Mkamba, ukutane na msichana Mdigo like Haine Coast, ukutane na msichana Mtaita, my friend, ndio utajua kuna Premier League, kuna KFF, alafu kuna sijui Serie A na kuna La Liga. Msichana Mkamba hata kama ni nini atalia. That's why you hear them say uko na ceiling kwa nyumba, maana najua hiyo kelele itatoka hapo. Hata kama wewe si mwanaume rijali, lakini unasema huyu mtu nimemshughulikia. Hata kama deep hata najua hujamshughulikia, lakini venye ana respond unasema mimi ni mwanaume. Unatokanga hapo ukisema mimi ni mwanaume. Maana hiyo kulia utalilia. Kerera ina gani? Sasa unataka ni demonstrate my friend ama Jesus. No. Unajua that's why kuna watu wengine ni kama gogo, umempata yuko tu hapo, it's like anahesabu hizo lines za mabati. Yeye yuko tu hapo, ajui huko chini kunafanyika nini. Lakini my dear, patana na msichana Mkamba, you know, I'm talking out of experience, although I'm not that bad, lakini I'm talking out of experience.
wako sawa, they are good my dear. Hata kama ni Wagani fair hao? ikuliwa, hata kama fair inaliwa lazima utatuma tu. Wagani hao Lakini wazuri? kwani naongea peke yangu? Nani huyo anauliza maswali? Ni Freddy. Is it Freddy? Freddy, your name betrays you. Ungekuwa Brayo ungekuwa unajua hizi story. Ungekuwa jina lako ni Brayo, ungekuwa hizi story zote unajua. So wacha nipatie wengine kwanza waongee, isikue na mwaga ubuyu peke yangu. Maybe kuna wengine wananishinda. Mimi next bwana, mimi net inanisumbua huko bwana. Sawa, mpatie huyo mtu wa UDA aongee kwanza. So before ongee, kuna Lilian anauliza kwamba eti please eleza kwa undani nielewe preparing your partner kiaje. Sijui kama ni mimi pekee sielewi ama what you're saying. So tulikuwa tunasema kwamba for you to be in the mood lazima partner wako, mpenzi wako akuprepare kuenda kufanya tendo la ndoa. So ndio tulikuwa tunauliza anafaa kuprepare aje. Sijui kama bado anaelewa ama bado. So nani anasema kwamba network inamsumbua, aongee mbio mbio? Ni Freddy. Freddy nao leo ameteseka, lakini amejaribu kuvumilia. Tumwagie Freddy points. ama ameenda ocha. Ni kama ako ocha baby. Mimi sikoja. Anaweza kuwa huko mtoni. Hapana, kwetu ni town bwana, lakini sikoja pesa hii. Karibu sana Fred. Sasa tuanze mahali tunahitaji tushikwe bana. Mpenzi wako kushike ndevu, kama mimi sasa napendwa akiniguza kifua. Kuna hizo zinaitwa aje hizo kwa akiniguzaguza hivi na yanachia viko sawa. Zinaitwa malaika. Ile time kuna ile time inafika sasa, mkiendelea hiyo game, kuna time inafika mpaka anakuuza sasa mkongo. Sasa ina depend hiyo time anakuuza mkifanya nini. Kama ni kuromant ni kiss, then akuuze ndevu, akupanguze hizo maraika. Then ukifika kama ni kwa game, kuna mahali anakuuza. Then preparation mimi nilisema mwanamke ana play big role kwa kuprepare partner yake, sio mwanaume. Mwanamke Freddy wa unyonya. Akunyonya si vizuri hivyo, labda na yeye akunyonya. Zinaitwa aje nips? Zinaitwa sijui ni nips, labda nimenoa hapo la. Sasa mtanikosoa hapo tu. Sawa? Blonjo. Then kitu nilikuwa nasema mwenye ana play role kubwa kwa kuprepare partner wake ni mwanamke. Wewe umefika kwa nyumba bwana. Hapo mimi ndio na differ na wewe. Umefika kwa nyumba upate mtu akosijui aje. Sasa wewe utakuwa na mundi gani? Utaanza kuprepare aje huyo mtu? Already yet yeye acha from there acha kukaribisha kwa nyumba vizuri. Acha kuandalia hata maji ya kuoga. Acha kuandalia. Ina depend, labda huku muachia pesa unataka ku prepare aje? Okay, food ameandaa, lakini venye mnakuserve anakuonyesha na mguu ndio hiyo huko. Yeye ana watch huko Nigeria. Lazima kuna kitu umemfanyia. Freddy. If you listen to my submission, nilisema the bottom line ya history yote yenye tunaongelea inafaa kwanza kukue na love, real love. Alafu inafaa kukue na kuongea maelewano. Wacha nikuulize, hivi wewe ni mwanamke gani utatoka kumwachia kila kitu kama yuko vizuri, mnacheka asubuhi, alafu rudi jioni akuonyeshe chakula na mguu? Kuna wengine unajua ina depend mtu alilelewa aje. Wewe hujaiona hizo. Kuna kesi zingine mingi zina happening by the way. Kuna wanawake wako hivyo. Lakini mwanamke ako na adabu.
anakukaribisha kwa nyumba na heshima, anakuandalia ile vitu unafanya hiyo time, then ndo unakula vizuri, ndo unakuja una relax, unakaa na yeye, ndio mnaanza ku prepare hiyo mambo ya love ya kwenda hiyo tendo ya ndoa. Huwezi enda direct, huwezi anza ku prepare yeye kama yuko ready, na huwezi prepare mtu kama amefalia sijui aje, kama anaenda kupalilia mahindi. Na kama hizo ndio nguo umemnunulia. Sasa wewe Freddy, you know you are taking us back. You are taking us back. Hapo tumeshatoka. Mlikuwa mmeongelelea, unajua mimi sikuwa nawasikiza bana. Sikuwa nawasikia yani. Ati ilikuwa inanisumbua. Hapo tulikuwa tushatoka. Sawa, nimemaliza basi. Hizi vitu huyo mtu lazima kama ni mavazi lazima umnunulie. Unajua ndio akue vizuri venye unataka, lazima huyo mtu wewe ndio utamweka venye unataka. Haezi akajiweka yeye, maana first of all maybe ana job. Hiyo na accept. Hata mimi naweka my lover venye nataka akue. Exactly. Bibi yangu venye nataka akue. Hiyo na accept. Sasa ukituambia ukirudi mpaka amevaa kama anaenda. Uwezi mfanyie hizo vitu zote upate yeye ako tu kama mawe. Ako tu huko tu. Haya. Mi wacha niko kwa call, wacha nirudi kwa call. Wewe nice Freddy, wacha kuenda, kuna kitu nataka nikuchanue bwana. Hebu nichanue. How to prepare your partner? Kwani mafasi una prepare partner aje wewe Freddy? Na unaniangusha bwana. Wewe sasa utaprepare mtu amefaa amejifunika kama Muislamu aje wewe? Si lazima uangalie uone hizo vitu bwana. Brother, sikiza. How to prepare your partner? Kwani mavazi imeungana na aje ku prepare partner? Unajua baba utakuja inbox nikufunze. Wewe sasa unalalamika, utaanza kuprepare mtu amefaria kama hii Recho Mahalia amefunika mpaka uso. Si lazima uone. Acha nikwambie sasa. Lazima uangalie hizo vitu bwana. Ndio hata wewe una feel. Freddy, sikiza kitu moja. Unajua kuprepare partner sio kwa parapara. Una prepare partner mkiwa kwa nyumba. Unamprepare aje mpaka umweke kwa msichana amekuja kwenu, amekataa kuingia kwa kitanda, utamprepare aje mpaka ingie kwa kitanda? Umevalia wrong, umevalia baba. Umeelewa? Unaprepare aje wewe? Nguo, achana mambo ya nguo bwana. Acha nisaidie Freddy hata kama sijakuwa na bibi. Freddy. Nakusikiza. Unanisikiza? Kitu ya kwanza, shatoka kazini. Umefika nyumbani, upate bibi yako, sasa kwambia babe. Kama ile jina yenye mnaitana, shanielewa. Maybe my dear, babe, sweetheart, baba watoto kama baba Kingston, baba sister, kitu kama hiyo. Sasa kwambia babe, pole kwa kazi, karibu nyumbani. Mke kitu ya kwanza hakupe hug, akwambia pole kwa kazi, ukitoa jacket anakuambia wacha nikuwekea hapa. Akwambie enda kwa bafu kwanza, ama unakula ama unaenda kwa bafu kwanza. Wewe ndio unachagua. Mkienda na akuwe mke mzuri, ni mke mwenye mnaenda mnaoga na yeye. Anakungoja mnaenda mnaoga na yeye. Ukimwagia maji na wewe anakumwagia maji. Na mnaanzia huko. Yani, ile side akikumwagia maji, yani anakumwagia maji, anakusika mjurusi na wewe unatembeza mkono kwa matiti. Ushanielewa? Kitu kama hiyo. Hiyo yani ni ile sign yenye najifunza, ama kuna sign yenye kuna maclips yenye niko nayo nataka kuja kuweka YouTube. Niko na YouTube but sijaweka hizo maclips. So
azini sasa mzikane sasa mkitoka kwa bafu hata kukula chakula, unajua kama ulikuwa na feelings ya kazi ilikuwa mbaya, hapo sasa ushapata mind zingine ya nyumba, yani unasema bibi yangu kumbe anijali hivi. Sasa hapo maybe kama mtakaa mkule hapo, kila mtu amefaa ile nguo ya short ya kulala, amefaa ile sijui dress ya kulala, sijui ni hiyo amefaa hivyo. Alafu ukishamalisha kukula, kama kuna kipindi anayependa ama wewe unapenda, unamwambia babe, ngoja kidogo niangalie. Kiangalia ukimaliza, sasa hiyo kuangalia, kuna mmoja amekaa venye nimekaa hivi. Sasa unaelewa, kama wewe ni mwanaume umekaa venye nimekaa hivi. Sasa mke mzuri hawezi akakaa kama hamna mtoto, hawezi akakaa venye niko hivi. Ama hiyo time hawezi akakaa venye niko hivi. Yule mke ama wewe mwenyewe anakaa kama uangalia side hii yenye naangalia, yeye anakuja close. Kwa mguu, yani hata mtu angalia indicator inafika kama indicator. Ushanielewa? So kutoka hapo hata yeye peke yake anakwambia mkono ingisha hapa. Sasa mko hapo, mko climax, mkifika kwa kitanda, yani ni kumalizana. Sasa hapo feelings iko hapo. Freddy, niulize swali kama hujasikia. Na mimi nichangie kidogo, nimekuwa mnyamavu kidogo, acha nichangie kidogo. Wembe sijaongea na mimi niko kasi bwana, acha ninaenda. Okay. Mokoget. Nataka kuongezea Freddy kitu kingine ameambiwa hapa. Freddy, ukienda kwa bafu kuoga na bibi yako, ile ya kwanza malishia huko. Acha hii maneno nakuja kumalizia kwa kitanda. Wewe Mokogoti wewe. Sasa unanifunza instead nikufunze bana. Na nyamaza. Mimi niko na experience kukuliko. Acha nichangie. Hizo vitu unaniambia. Acha nichangie. Freddy, wewe unajua ulikuwa unaongea maneno mengine mpaka nikasema huyu mtu amepotea njia. Sasa tumekuweka njia mzuri. Sasa we're not the point that Freddy, nachangia. Wewe nyamaza. Sasa mute mic. Chagua kama nani, mute mic hivi. So, mimi acha nikuja kwa mjadala. Tunaenda mahali. So, lazima niongee kidogo. Kitu ya kwanza, okay, kwangu kama mimi Mokogoti, how to prepare my partner. Unajua hapa ni direct to the point, ni kwa ile maneno mengine ya ile wazee tunapenda, ile Wemba anapenda, ile Msanu anapenda. So, huyu mwanamke kama anafanya kazi, kama mimi sasa Mokogoti siku hizi tuko na smartphone, mimi nitaanza kuprepare mwanamke akiwa huko kwa kazi. Unajua siku hizi tuko na mastika ya kugongana kitu. Huyu mwanamke anamtumia mastika ya kugongana kitu mzuri hivi, hizo vitu kama hizo. Huyu mwanamke akikuja kwa nyumba ana prepare, leo kutawaka hapa moto. Because siwezi mwambia leo nataka juu hizo, akiona hizo mastika siku hizi zimefika mingi sana, ziko mingi. So mwanamke ameanza ku prepare hapa. Sasa akikuja sasa kwa nyumba. Mimi hapa kwa nyumba sasa kuna hii jambo yenye mimi nasikianga watu wanasema turambane. Nao ni ngumu sana, lakini si wote wanaramba. Kuna wengine wanaramba. But mimi najua kila mtu akona weak point. Mizanu venye uko hivi, hakuna mtu mwenye ananga weak point. Hata mama yangu alikuwa na weak point. Wakiwa na baba yangu alikuwa na weak point. Na saa hii sasa hata wewe uko na weak point. Unaweza kuwa na weak point ya masikio, unaweza kuwa na weak point ya matiti, unaweza kuwa na weak point ya huko. Kuna mali unaweza kuuzwa hivi. Mizanu kama uko unataka kupeana, upeane. So hapo ndio una prepare huyu partner yako mzuri. Lakini sasa ushike mtu mwanzane kulimana hata kama haja prepare, hiyo sasa unajua unamuumiza. So mimi nataka kuenda kazi, nataka niajie Wembe TV. Sasa nitaongea kidogo, Wembe utanimalizia. Unaenda kazi by the way. So utanimalizia hiyo maneno.
Asante sana Mkokoti, ukuwe na ni siku njema ama ni usiku mwema? Good morning. Good Sasa ni saa morning. 6:04. Yeah. Okay. Asante Okay. sana kwa mchango wako, si ukuwe na wakati mwema. Nawe pia. Haya, Wembe, the ball is nataka nichangie kidogo. Mimi nataka nikosoe huyo ndugu yangu Fred ambaye alikuwa anasema, unajua kwa mfano dada yangu hapo ANNUH venye uko kwa studio hapo, si uko kazi? Labda mimi nimetangulia kwa nyumba, niko kwa nyumba, wewe ndio unakuja sasa. Nilitangulia kwa nyumba, wewe ndio utanikaribisha ama ni mimi nitakukaribisha? Eti mke wako ukifika lazima akukaribishe? Hapo unawakosoa kidogo. Ina depend ni nani aliyetangulia kwa nyumba. Kama mke wako amekuja nyuma, mwambie baby umechoka sana, karibu. It's not a taboo. Amekuja late, sasa ndio atakuja kuambia ya kwamba baby karibu, na wewe uliingia kwa nyumba saa 11. So hapo ina depend ni nani ambaye ametangulia kwa nyumba. Ambia mke wako karibu mami, nenda kwa bafu uoge, si vibaya. After all she's your wife. Yeye si slave wako, si housemaid wako, ni bibi yako. Jambo lingine, how can you prepare your wife or your partner? Number 1, ensure you understand your partner, the weaknesses she or he has. Kwa mfano, kuna yule kama ni bibi yako, ukimguza tuseme kama ni hizi boobs zake, the thighs, mahali popote pale penye ukimguza unajua ya kwamba she has a weakling there. You start from there. That's when hakuna jenye utafanya ukiwa njaa, my friend. Lazima kila mtu akula ashibe, ndio mambo mengine itokee. Mtu kama mimi, kama hujanipea chakula nishibe, definitely I'll be inactive because I have to be full for me to perform. So nikule vizuri, nikishakula mke wangu akule na yeye akitosheka, ndio sasa ile maneno mengine ifanye nini, itokee. Na si lazima when you want to have sex, it is not a must that you should be in bed only. Kama hakuna watoto, kiche niko pale, bibi akiwa amevalia asivalie ile magwanda za kuvalia kama zile kazini. Valie nguo ambayo unaangalia, ukiangalia unaona yenyewe huyu ni mke wangu, si sister yangu, ni mke wangu. Unaona? Ukimwangalia unajua chakula hapa kinapika chakula kingine. Sasa ni wewe utaona ni chakula gani, utafanya nini, utaanzia. So yani saa zile anaendelea kuandaa kama ni chakula pale, wewe mwenyewe yani unaendelea kujijaza rohoni, leo hapa kutawaka. Kitu kingine, mwanamke, tuseme mwanamke si mnyama, ni binadamu. Usikimbilie mwanamke ndio wewe umemshika baby chini kabla hata haja nini. Najua mwanamke hafai kuingiliwa kabla haja release the sex hormones. Usijaribu, sababu ukimuingilia utamuumiza. Kuna ule utelezi fulani unafaa upatikane pale, ndio mwanamke muweze kukua naye. So unamprepare, yani hata signs za umbali zinaonyesha tu, leo hapa naona mzee leo amewaka, zinaonekana tu kwa umbali. Kitu kingine, mwanamke ama sasa mimi unajua natumia wanawake sababu mimi ni mwanaume. So na mwanamke, kama ni mwanamke angekuwa anachangia na yeye angesema mwanaume, atumie from there alternate hizo majina mwanaume. So mwanamke anapokuwa pale, automatic wewe ni wake. Kama anajua ya kwamba labda ni uzazi alikuwa amepanga, labda masiku zake si mzuri, itabidi umemwelewa. Kama siku zake haziko vizuri, usianze nikitaka utaki kunipea nini. Lazima uelewe bibi yako masiku zake venye zinatembea, venye yeye anakuwa, ndio at least kile kitu itakuwa vizuri. Kwa kifupi, kuna ndugu yangu hapa Nash, nisikia akisema kwa upande wangu mimi sijawahi fanya na sijui kama nitafanya, eti lazima ulimi nyonye. I've never done it and I don't think that I'll do it. I don't
think so. Okay, sijui kabla ni hapo mbeleni nitafanya, lakini sijui, and I don't know how it is helpful. Sijui kama nitafanya hivyo. So kwa kifupi ni kila mtu kulingana na anavyopenda. So mke wangu anielewe ya kwamba mimi siwezi nikafanya hivyo. Wacha nikusaidie. Wacha nikwambie, hakuna siku bibi yako atakushukuru kama siku yenye utamfanyia hivyo. Na let me tell you, unaona hiyo kitu ya hawa wenzetu, unajua iko na ka something ndani. Wacha hii yenye unajua hapa juu. Unaona hii pati ya juu, ukiingiza tu kidole kidogo tu, like ina depend sasa ina depend na body structure yake. Kuna wengine utaenda deep kidogo, na kuna mwingine iko tu, ukiingiza tu kidole kitu kama kamita hivi, kuna kakitu kana kuanga hapo juu. My dear, ukifika kwa hiyo kitu, huyu mwanamke hata kama kuna mtu alikuwa anamtongoza kisiri, atakwambia kuna huyu mtu, mimi wewe nisumbua. Mimi mwambia kia Mungu asikuwa ananisumbua. Hajui kama mimi ni bibi yako. Okay, hapo nitaguza. Hebu nikuulize Nash. Nitatumia nini kwa kuguza pale? Kidole, ulimi ama no, ulimi. Kidole. Ulimi inatumika kwa hii ya nje. Unajua hizo vitu ziko mbili. Sijui kama unajua. Nasikia wewe unazungumzia kuhusu G-spot ya ndani kidogo ndio unazungumzia. Exactly. Ile ni ya mkono na ulimi ikiendelea hapa juu. My friend, ushaiona kuna na mostly hao wanawake huwa wako wayuji sana. When you do that, kuna vitu huwa wanatoa kama mkojo, kama maji kabisa, unaona inatoka My friend, hakuna raha hii dunia inakuanga kama huyo mtu atakushukuru mpaka siku yenye atakufa. Wewe acha nikwambie ambia naam. Kitu ya kwanza tunafaa kujua si wa Uganda peke yake. Mimi mwenyewe nimepatiana mfano moja, nimekaa mwaka mmoja bila kuwa sex, ndio, na pia bibi yangu na yeye alikuwa nyumbani bila kuwa sex. Sasa kama unapojua huyu mke alikuwa ako na hamu ama hajai have sex ama hakuwahi kudanganya, kitu ya kwanza unafaa kujua kama huyu mke ako ready ama amewahi nidanganya ama nini. Pia wewe mwanaume, kitu ya kwanza, shika mwanamke. Ukishika mwanamke, umemnyonya, umemlamba, alafu umeingisha kitore kwa kinembo, umeguzaguza kiazi, umenyonya hapo juu, pia wewe anakuandaa hivyo, Wewe mwenyewe mwanaume kuna maji unayetoa. Pia mwanamke kuna maji anayetoa. Hiyo yani ndio tunasema hao watu hawajafanya nini? Hawajafanya ngona, hawajafanya sex kwa miaka kama yani kwa hiyo miezi hawacha nini. My friend, I think wewe ni mgeni kwa hizi story. Yani venye unaongea, wacha tu nikwambie ukweli. Wewe ni mgeni kwa hizi story. Wacha nikwambie, watu wenye mtu mwenye ako na feelings na wewe, it doesn't matter. Na mtu mwenye unaweza ukagundua kwamba huyu mtu ameenda nje ni mwanaume peke yake. Lakini mwanamke, believe you me, bibi yako atakuacha kwa nyumba. Kama unaishi kwa plot, kama unaishi nyumbani, kama unaishi town, anaweza akaenda akafanya na jirani yako na akarudi kwako na ukaingia hapo na ukakosa kujua. If you don't know, jua kuanzia leo. Lakini mwanaume,
tell you shida na mwanaume yoyote akifanya mapenzi nje alafu akuje kwa nyumba, labda bibi atake pia wa have sex. Kama bibi ni mtu ako makini, lazima atajua. Atajuaje? Time yenye wana have sex, wakati huyu mwanaume anataka kumaliza ama kufika climax, ile climax yake itakuwa thick, very thick, alafu itakuwa kidogo. Are you getting my point? Haitakuwa kama alafu ata take long. Kama ni bwana yako, umwangalie kwa hizo points. Ata take long. Mwanaume yote mwenye hajafanya mapenzi for like 2 days, wacha usiseme mwaka bro, 2 days, only 2 days. Mwanaume yote mwenye hajafanya mapenzi kwa siku 2, akiingia kwa mwanamke, hii first round inakuanga very fast. Lakini mtu mwenye ameenda nje alafu akakuja kwa bibi, first of all ita take long, alafu ikitoka itatoka vitu vingine nyepesi, alafu inakuanga moto sana. Sasa hapo nimepatia huyu dada yangu hint, si kwenye utaingia kwa hizo story hizo, ndio sehemu za kuangalia. Usikue tu unaangalia by the way, usiangalia simu ya bwana. Hizo vitu zenye nimekupa, hizo ni experience nimekupa, angalia kwa hizo. Simu achana nayo. Utadevelop pressure, utadevelop vitu zenye haziko kwa hii dunia. Muangalie wakati mna have sex. Utamjua huyu kuna mahali amepita. So ndugu yangu, hiyo mambo yenye unasema ya mwaka, hiyo ni dry spell. Hiyo tunaachianga watu wenye wanaishi Gulf. Watu wenye wameenda nchi za Uarabuni ndio tuna nini hizo. Lakini hapa Kenya hakuna. Hata usitudanganye hapa. Wewe ni bachelor ndio hujaoa, lakini ile mjulbengi inatembea hiyo mtaa huko, mimi najua ni kali. Kwanza wewe ni Mkisi. Ayua Kisi. Ayua Kisi. Ayua Kisi. Ndio mugusita hata. Ngone koro mugusipona teka gutongaina. Tunajua mugusita hiyo umuntu straight yo mugusiyo rabe wiki ya mobiro mukungu. Abuto tongaina ni mathe wasalire bimwana bya bakirani gabo mutaho yomenyete. Totongaina pi. I'm telling you the truth. Nobona yako kulikunda kota ya. Na vile for 13 years. Bwana koringu mumenyetene. Kuku kwenye niko. Aye wembe. Sister ito yate baga ngatebu atimondo. Mbona twanyolire no musaye utabu atimondo. Now we are about to mimi nitakuwa hapo kama chief organizer. We want to finish this thing. Wewe huyo mtu wa 13 years bwana, anaweza mtrust maybe hata ajui Kenya anafaa kufanya. Age is just a number. Yeah, what matters there is just love. Exactly. Magi, mambo sana, ndio kuingia. karibu sana, tulikuwa tumekumiss. Kwanza wewe ndio tulikuwa tunangoja hapa. Na nimeingia, nimesikia huyu mwingine akichapa stories sijui ya 2 days, sijui 2 days. What's 2 days and the whole year is the same thing? What do you mean 2 days na mwaka mzima? What changes? What changes ni timeline. Timeline is the same, but it depends with the hormones za mtu. Nimesikia huyu amechapa hapa, ametueleza experience bana, eh? Yeah. Acha tusikie tu wanatuambia nini. So venye uko hapa nafikiri unaweza represent ladies na How? wakati mnataka kufanya tendo la ndoa na mpenzi wako, as ladies, ukirepresent ladies, ni wapi huwa
unaweza fikiria kwamba most of the ladies wanaweza taka kuguswa ndio wakwe on the mood. Kumbuli una dry spell kole kore. Kora tuachi hint. Must get that. I'm just listening from this side. Jen takata. Moto tiri sky. Moto ira ngaka. Yeah. Wamama wapo wanajifanya masaint. What do you mean saint? How? Hawataki kuongea hizi story. Sasa how are It's we like gonna talk they're those from stories? another planet. Okay. Nashi naweza ongea hiyo story na mimi mwenyewe niko dry spell. Sasa inaeleza nini? Okay, that's why nimesema tunaweza hurumia watu wenye wako gaf juu hiyo inaeleweka. Lakini si hapa Kenya. Hivyo sisi watu wa gaf tuko sawa. Watu wa gaf mko allowed, although we know you also Kemboy, ina depend ni gafu gani. Kama ni Qatar na Dubai, hiyo ni kama uko River Road Nairobi. Achigage. Mama atoikiabwe. Wana wa mintu ava na appointment somewhere nataka mbatike kakini peace. Ngokora tuarenge, so tulikuwa tunaongea maneno ya mwisho. What can you advise? Is sex important in a relationship? Advice yo yakora sex tigakora sex yae. Nanda advice kitoko batabi. Go ahead and do it. Do it. Ikamba Ayengi nanga gyokoro magi. Inki kya koroseti gakyo mwana mintu inki kya koroseti. Ngakyo kwana muno muntu oroseta na mangana ayo. No, me I'm not tired. Tindo setina mangana ayo, but I'm just saying advice to kurukora. Ne ya gukora. Hey, kisa ina advice. One advice kiura te yo monta mate ati gukora. Advice do it. Muga ko gukora. Practice it. Nyo tumanye ti jaribu ku practice it. By the way, let me ask you one question. I'm asking these two ladies who are in studio now here. My question goes like this. Wasichana wanapenda mwanaume mwenye ambaye ako experienced ama mwanaume ambaye hajui? Huyu msichana yeye mwenye anapenda mwenye anajua na mwenye hajui yeye which experience yao she has. Tafadhali dadangu, naomba ujibu swali. Mimi I myself, you know this thing even when people are doing Which it, nobody type knows. of a man do you like? Do you like a man who is experienced or somebody who doesn't know how to even romance? Bro, let me tell you something. You see this coffee yenye naweka hapa ndani, just go it deep. What are you trying to say like mtu mwenye anajua na mwenye hajui? How can I know like you hujui? How? Si tumeenda kwa kitanda pengine ni Magi wacha nikukosoe. Miss Ann, please tell us. Nimeuliza hawa wanawake. Hiyo kitu nimeisikia mahali. Me too, I'm asking a question. How can I know like you don't know anything before hata uingie ndani? You know, a question cannot be answered with another question. Not unless you solve the first question, then we answer the second question later. That's why nakuambia mimi I can't tell you like ya ujui anything before hata uingie ndani. Nitakufunza man. What are you trying to say? But you not answered my question, you know. I can hear you. Let them zungusha you. I know they will not answer. I'm going to answer you, but let them first zungusha you. Umesema like other ladies hawapendi sijui mtu mwenye apendi kazi. Huyu mwenye apendi mtu apendi kazi, maybe wamejaribiana pamoja. Si wafunzane basi. Kama mimi hujanifunza mimi, how can I know like you are not even working? Maybe hauna hata hiyo kitu, mbona nijue like you're not working? I want to see them ndio nijue kama kiko man. So inaweza kuwa hapo na hujui kazi. See, that's why I'm saying like I can't know kama hujui kazi. Ingia kwanza. Go just so you will be going around testing who knows who doesn't know. Not everybody. Let me tell you, I'm not talking about all men. You are man. Mbona sasa nianza kushunguka like my man hajui anything? Why? Maybe sis, let's do that thing so that we can make that thing to be easy. Ngitoko kana toko roze toko zunguka everywhere. Are we here to zunguka? Ladies, bali matakarata stop zunguka lingi.
There is siku hizi masuruali zimekuja zinasema 1 pennies forever. So Wembe, acha nikujibu according to my own Good. perspective. At least. Hey. At least now you are talking. Yeah, 1 pennies forever. So unaona wakati umeanza kudate na mtu, for example I'm talking to Wembe, kuna ile the first encounter huwa most of the times kuna venye mnaweza chat, upata hadi mmefika hadi mnaongea mna chat about sex chat, unaona. So from there I can be able to know if Wembe anajua kitu anafaa kufanya ama hajui. So kama ukishajua kwamba hajui, hiyo inakuwa ngumu. Mostly ladies do prefer someone who knows what he wants and what he is going to do there, unaona. So for example, sahi Mr. Me amesema ni 13 years. Sahi Mr. Me anikatia like, we 13 years sasa nitaanza tena kumfunza. Nitakataa kuingia na wewe acha. Somehow challenging. Jujui maybe hata amesahau kuna nini. When I was submitting earlier on, nilisema hii story kila mtu anaijua, lakini si kila mtu anajua kuifanya vizuri. Yes. I don't know whether you got that point. Na that's why unaona hawa madada zetu ukiangalia kwa hizo bag unapata. Let me finish. Kila kitu uambiwe. Shanielewa. Hata mtihani yenye ulifanya si kila kitu ulisomeshwa, ama si kila kitu ulifunzwa. Kuna question zenye zilitoka noe ukazipata hapo. Lakini ukapita. But you guys, are you talking about kufanya kazi na hukusoma hiyo question. So kuna mahali maybe sasa venye nimesikia hapa, kuna mahali nilisikia ingine hiyo maybe itakuwa nimeijua. Yeah, exactly. Ndio maana nakwambia hizi vitu kuna wale kabisa, yani hiyo sekta wako vibaya, hata uwafundishe, hata umnunulie CD gunia mzima, ata watch na bado ata perform tu poorly. Na that's why unapata mademu wengi sometimes unapata ako na mafuta ya Vaseline kwa bag na cucumber. Why? Oh my God. Wait. But nini mbaya? No, even tombire mo wewe, you are showing some signs here. You are trying to show some signs here, but nobody knows. Mimi nimeshajua. What are you trying to insinuate here with those just, 2 pens? Because you guys, you talking the other stuff. I want to ask you this because it depends. No, so wewe, it's like now you are bringing the question of bigger, and biggest. Ama, what are you trying to insinuate? Yes. Then? Okay, chenye kilifanya nikauliza hilo swali Mr. Nash kwamba when I was in college, my friend, nilikuwa nasema hivi, unanipata kweli? Unanipata? So, kitu yenye mimi nilikuwa nasema ni nini? Kama ushanielewa. Kuna mahali Mr. Me, sauti. Watara tigira. Wachi hapo hapa. Si ulikuwa unaongea? Tunakusikiza. Wembe, si ungeendelea na hiyo point yako? Wembe okay, chenye kilifanya nikauliza hilo swali ni kwamba when I was in college, I had one of my friends, actually he was a guy. Alikuwa ni mwanaume fulani hapo, ni jamaa mwingine fulani hapo best yangu. So huyu jamaa he didn't have an experience of
for now maybe to approach a lady, mambo na okay, huyu jamaa kwao walikuwa Wakristo sana, so he was not even allowed to go out maybe for a date or anything like this. So wakati alipokuwa na ile interest ya kutaka kukatia dem fulani, unajua alipokuwa anaongea na huyo dem ana complain, oh jamaa ajui kuniongelesha, oh sijui nini. Nikamuuliza, this is the right man for you. If you have an experience, kindly try to show him, mfunze. Unajua demu alikataa, alisema mimi siwezi funza mtu mwenye ajui. I cannot date a man who doesn't know what. So ndio nikashindwa, kwani mademu anataka mtu mwenye ako experience ama mtu mwenye ana experience? So hiyo kitu I've been asking myself, mbona hawataki mtu mwenye ana experience na wanataka mtu mwenye ako na experience? Unajua mtu mwenye ako na experience inamaanisha this person has dated more than you. Unaona? Sasa huyu mwenye ana experience unajua ndio anaanza. So definitely this guy atakuwa maybe ni mtu mwenye ako faithful sana. Lakini wanadada wetu hawamtaki kabisa. Kusema kweli huyu jamaa sikuwahi ona akidate mwanafunzi tukiwa college. Labda sijui alikuja akamaliza aje. I really don't know. So ndio maana nikauliza leo, kwani wanadada wanapenda mtu mwenye ako experience ama mwenye ni unexperienced? Definitely they like somebody who is experienced. Lakini you might be wrong. You might be wrong thinking that since huyu msee ni vajo ajui hizo story, now huyu demu amchukue akuwe na yeye atakuwa faithful. My friend, kuna siku atalamba asali ajue kumbe hii ndio kitu inakuanga hapa. Now huyu ndiye atakuwa sasa. Ushaona venye moto inashikanga msitu. Yeah. Hiyo haikupatii guarantee ya kusema huyu mtu atakuwa unfaithful. Take an example. Kuna watu maybe uko na job, uko na hii ama uko Mombasa, maybe uko out of the country, umekuja umetafuta dem, umeoa, maybe ni dem mwenye maybe mlijuana hizo enzi mkiwa maybe shule. Saa hii sasa maybe mmefikia point mnataka kuoana, na umemuoa, ndio huyu umembeba umemleta tao, udem ni mshamba, ajui story nini na nini, wewe ndio unamchanua hivi. Baadaye udem acha aanze kujua tu hizi njia za salon. Aende salon asikie stories huko, aanze sasa kuact hizo story. Wewe uta regret kutoa huyu mtu huko. So hawa watu wenye unasema eti wao wajui, waacha mchezo. Hao ndio wanakuanga wabaya. Kweli nakubaliana na wewe. Na pia huwa tunataka mtu okay, hatukui ready kufunza mtu kwa sababu most men do judge. For example, nikikufunza you'll be like, msichana labda sasa yeye amekuwa amepitwa na watu wengi, unaona? So atakuwa na kujudge. Lakini on the side of ladies, ukishapata mtu anajua, hatufikiriangi, we don't think ni watu wangapi umepitia. So I think most ladies wanaogopa kwenda kukua judged. That is why hawaizi taka akufunze, kwa sababu after ukishajua utaanza kumjudge later. Lakini sasa unajua hiyo tunabadilisha what is there hata kwa venye hiyo tunaenda against juu. Ukiangalia hata biblically nyinyi ndio mulianzisha hizi story. No, you are laughing. Nyinyi ndio mapro, nyinyi ndio mulienda huko kwanza. In fact mulifanya hizi story na Sheto akawajaza kitu aliwa sister kwa Bible si usome kwa Genesis, sio ndio usome tu Genesis, isome tu ka story, utapata hizi stories ziko hapo. Nyinyi ndio mulienda mkafanya chenye mlidanganywa mkadanga. Kwani unafikiria ni maembe walienda kukula? Si ndio oranges. Okay, nyinyi ndio mulienda mkafanya chenye mlifanya na Sheto, mkakuja mkatuambia hebu ingia hapa hivi. After sisi kuingia tukapata tamu. Na tamu ikatunogea. Now it's when sasa watu walianza kurealize tuko uchi. Kama ni maembe walikula, mbona walijua wako uchi? Kwa sababu tu kulikuwa na rules.
Ni Which rules. rule? My dear. Kula machungwa. Anyway, we can't judge Angalia. what was written in the Bible right now, Mr. Nash, because it was written, we have read it, we are only thinking that that is what happened. But to Yeah. be very honest, we don't know what happened there. So, but we want to believe as it is written, because we cannot judge the Bible. But We are not allow me judging. to, yeah, naomba nitoke juu niko na ka appointment mahali fulani naenda, naomba nitoke. So, Si unataka kutuombea? mnataka niwaombee? Unafaa ukimaliza. Mtamaliza saa ngapi? Juu naona ni Sasa kama ni Sasa kwa sababu pia mimi nimechelewa, ni saa 7, sijui nitapita njia ya nani na mimi ni msichana. Oh. So Sawa. mimi Suite Uber. Kisitani kuna Uber kweli? Hakuna. What? Okay. Si ulete Haya, business. bro. Si unaona Bro, nimeshakupea business idea. Yeah. We, ambia si mnachagua nani? Mnachagua Harati. Harati ni mjanjezi. Si ametoka Nairobi, ataleta hizo vitu. Vile inavaa sasa. So mimi nimelearn a lot. Na naona hapa watu wanasema wamechukua notes. Mary alikuwa anasema kwamba wengine tuko class na take notes ndio tukiingia in marriage you have the full experience. Mira naomba like kila siku tu iko ni hizi vitu nafunzo kwa sababu bwana mimi ni kama nitaenda nikuwe perfect wife. Hakuna mwanaume anaweza enda kuteseka kama niko kwa hiyo nyumba kwa sababu maneno umesema hapa yananifunza what I need to be for me to make that man happy. So unaona Maria Lilian alikuwa anasema kwamba the notebook is full. Elizabeth eti ilikuwa seminar. Mimi watu wamelearn sana na pia mimi nimeenjoy the show by the way, nimesoma. Nimejua what you want. Na ladies hawajakuwa hapo waseme Kenya sisi huwa tunataka tutawatayarishia another show ya ladies peke yake. Juu unajua sisi we are very complicated. For you to learn us, yezi hatuwezi ongea for 2 hours. Tutaongea na tuongea for the whole day. So that tusome maneno mengi na pia nyinyi mjifunze. Wembe anaenda wapi? Wembe unaenda mpango wa kando nini? Unajua sikuamini. Wembe anaishi na babes. So pia lazima usiku where are you going? No, I'm going somewhere. Hata sikai na bibi hapa. Ama wewe ni police? Are you a police officer? No, I'm not a police officer. Okay, so, okay. Kitu tunafanya ni Wembe anatuombea pia sisi tumalize show. Tindi Kenya ndo kuna yeye anacheza Tigo Diva. Okay. I got you. Now I got you. Okay. Aya. Ashasimama. So unatuombea. So ni waombee kabisa yani Mungu Yes. Aya. Kwani kuna maombi mengine? Sawa, wacha tuombe basi. Si wakiomba wanatoa kofia, si ndio? Oh. Basi sasa mimi nimenyoa upala, huyu naona ako na dread. Mimi niko na dreads. Okay, let's believe and play. Father in heaven, we come unto this moment. We thank you for the gift of life. We thank you for this moment, Father. I want to dedicate everybody who is live here in studio to your thy hands. Wherever they are going, whoever is going to take a rest, Father, take care of him. Take care of her. Whoever is moving out, I want to ask for your protection. Guide her till she reaches where she's going. I dedicate Miss Anne to your hands. I want to believe that she will be safe wherever she's going. Protect her in every way. As we are going to close this seminar or meeting, be with us till we meet tomorrow. In Jesus' name I pray and believe. Amen. Thank you. I think inafaa ufungue kanisa hapo hivyo. Yeah. So kwa yule mwenye haja subscribe bro, niko na YouTube channel ambayo inaitwa Wembe TV Shows. Kindly go there, subscribe, comment. Inashughulika nani? Wembe TV Shows.
Thank you very much. Lilian anamalizia akisema kwamba the class has been so amazing. Thank you our brothers for sharing beautiful ideas to us. Nashukuru sana and we really appreciate you so much. Kwanza kama huyu mwenye anaenda job na ametenga wakati wake, Wembe, thank you very much. I really appreciate. Na uende na Mwenyezi Mungu hadi next show. Hukunikumbusha chenye nilikwambia, but I'm doing something right now. It's okay, no problem. Thank you so much. I wish you the best. Aya, bye.